Na mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili, wakati ambapo tunaangazia masuala ambayo yanakuhusu kwa njia moja au nyingine. Siku ya leo tukijikita na swala hili la hali ya uchumi nchini, na ni swala ambalo ni nyeti kweli kweli. Watu wengi wamesema kwamba pesa zipo, na kama pesa ziko basi zimetengwa kufanya masuala mbalimbali ambayo yanawahusu moja kwa moja ya yale ya msingi, na ndiposa tunajadili swala hili. Na ikumbukwe kila Jumatano ni swala la ugatuzi, na tunapozungumzia uchumi basi uchumi mashinani uko vipi? Hayo yote ndo tunayoangazia hivi sasa, na hapa studioni sitakuwa peke yangu, nitakuwa na wageni na vile mtazamaji. Tunakushirikisha moja kwa moja, tupe hisia zako. Unadhani uchumi wa sasa unakufaa wewe? Je, pesa zipo? Na kama zipo, umezitenga vipi? Zinatumika? Na unaponunua bidhaa, je, inakuwaje ama una bargain sana ili kuweza kuafikia kiwango cha zile pesa ambazo uko nazo? Hayo yote tueleze hapa ndani ya studio. Nambari zetu za mawasiliano ziko wazi kabisa, tupigie simu, tutumie arafa kupitia WhatsApp, tueleze uchumi wa sasa uko vipi miaka 2-3 iliyopita, ili tuweze kuwa vizuri na kuelezea na vile kupiga tathmini namna uchumi unavyoendelea humu nchini. Hapa studioni nilivyokuarifu mtazamaji, niko na wageni. Kwanza kabisa aliye karibu nami hapa anafahamika kama Victor Otieno, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na vile ni mkurugenzi mtendaji kutoka kampuni ya Vifa. Karibu sana Victor Otieno. Asante sana. Happy New Year, najua mwaka umesonga. Happy New Year. Tutasema mpaka Juni. Kipindi cha kwanza, sio? Asante. Katikati ninaye binti anafahamika kama Cynthia Asieno, ambaye ni mwalimu na vile mchambuzi wa siasa. Karibu sana Cynthia. Asante. Na vile mtazamaji, mwisho kabisa niko naye bingwa kabisa, anafahamika kama Tinega Damasen, ni mfanya biashara na vile ni mwenyekiti wa Gikomba Traders Association. Karibu sana Tinega. Asante. Na mtazamaji, hivyo ndivyo, namna ndo hivyo tutakuwa tunazungumza nao, watupe hisia zao na vile kuweza kupata ufahamu namna uchumi unaendelea. Vile tunakuruhusu pia, sema nasi, toa sauti yako isikike, na sauti yako ikitoka basi masuala hayo yanaangaliwa kwa undani zaidi na wale ambao ni watekelezaji, viongozi, na vile wale wachambuzi wa sera, na vile masuala ambayo yanakuhusu. Kwanza kabisa nianze nawe Tinega, tunapozungumzia hali ya uchumi nchini, kwako mtazamo wako ni upi? Tunapozungumzia hali ya uchumi, nafikiri itakuwa kulingana na mustakabali tulionao sasa hivi. Ndio. Nitaigawanya kwenye matabaka mawili kama sio matatu. Ndio. Tabaka la kwanza, kuna wale tunawaita sinani. Tabaka la pili, kuna wale angalau wana uwezo wa kutabasamu. Tabaka la tatu ni wale ambao tunawaita mabwenyenye. Sinani wenzangu na mie, kidogo hali ya uchumi ipo vibaya sana. Tupo katika ule mkanda mwekundu. Hawapati. Tupo kwenye mkanda mwekundu. Nafikiri nikizungumzia hilo tunasema it's below the belt. Hawa ambao kwamba wapo katika tabaka la kati, wastani, ambao ni wastani, angalau wanajikokota kuweza kulipa kodi mbalimbali. Ndio. Lakini katika tabaka la juu ambao ni la mabwenyenye, hao wanatabasamu. Wao ndo watakwambia, wakija hapa au wakiwa sehemu yote watakwambia watu wajitume. Na kutumia pesa si shida. Kutumia pesa sio shida. Ndio. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu ni hapo. Yes. Na shukrani sana kwa hilo. Mwalimu Cynthia Asieno, tukizungumzia masuala haya ya uchumi, kwa mtazamo wako uchumi uko vipi kwa sasa? Kwako unahisi mambo shwari au tunaenda wapi? Asante sana kwa kutualika hapa leo. Nami kama mwalimu, hali ya uchumi ni mbaya. Ndiyo. Ni mbaya, na kila wakati napopata nafasi ya kuzungumza mambo kama haya, mimi kwanza huzungumza kama mwalimu na masuala ambayo yako katika mashule yetu katika nchi hii sasa hivi. Na jambo la kwanza ni kwamba hali ya uchumi iko mbaya kwa sababu kuna wazazi ambao hata sasa hawajapata nafasi ya kupeleka watoto wao shuleni. Naam. Wale ambao wanaenda grade 10. Around 500,000 are still at home.
Na serikali inasema kwamba kuna juhudi ambazo ziko in place to make sure that wameingia shuleni, lakini bado hawajaingia shuleni. Kila siku unavyotazama televisheni ama kusikiza habari zozote, utasikia kwamba kuna watu ambao wanalia, jamani, sina vile nitapeleka mtoto shule. Inamaanisha kwamba hali ya uchumi ni mbaya. Wangalikuwa na hela, watoto hawa wote wangekuwa shuleni. Na hatungekuwa na extension. Hatungekuwa na extension. Bila shaka. Shukran sana kwa kauli hiyo kutoka kwa mtazamo, kwa kuwa mwalimu na vile vile mzazi. Victor Otieno, wewe ni mchambuzi wa masuala ya sera, masuala ya uchumi, na wewe ni mtaalamu katika sekta hii. Uchumi uko vipi? Wewe mwenyewe wanavyosema kule mtaani unaufeel? Maisha ni magumu. Ndio. Vile kila mtu amesema hapa. Ndio. Actually hata jana kuna video ambayo ilitumiwa ya madam fulani ako I think Naivasha Nakuru. Ndio. Ambaye alikuwa na restaurant. Aliamka akaanza kulia, akasema hajapata mapato, hajauza wiki mzima na amefunga ile restaurant. Mpaka ikabidi Wakenya waende wakakule huko ile kujaribu kumpea ile jeki. Ndio. Na hii nakupea tu example ya ile hali ambayo wanabiashara wanazidi kupitia. Ndio. Ukiangalia uchumi wetu mwaka uliopita, ule uchumi iliweza kucreate around 782,000 jobs. Ukiangalia wale vijana ambao wanaingia katika wakimaliza mashule wako zaidi ya 1,000,000 kila mwaka. So inamaanisha kuwa uchumi haikui kuwa, ukiangalia out of 700,000, ukiangalia wale wanaingia ni 1 million, na hiyo imekuwa for the last 5-6 years 1,000,000 wakiingia. Pia ukiangalia ile kukua kwa uchumi ya Kenya zaidi imekuwa ikisukumwa sana na public sector expenditure. Ndiyo. So uchumi inaonekana ni kama inakuwa ukiangalia GDP, lakini ukiangalia ile GDP inasukumwa sana na public sector expenditure, mambo na affordable housing, ukiangalia barabara na reli. So inapeana ile impression that uchumi inakuwa, lakini ukiangalia ile uchumi inakuwa kutoka kwa ile public sector expenditure. Private sector unapata ile sector bado inaumia. Diposa unaona kwa kila mwanabiashara ambaye unamuongelesha anakuambia maisha ni magumu. Ndio. Na mshukran sana kwa kauli hiyo Victor Otieno, mtaalamu wa masuala ya uchumi. Nije kwako Tinega, tunapozungumzia umesema kuna vitengo vitatu ama viwango vitatu, sinani, wale wa wastani na wale walonavyo. Sasa tukizungumzia shughuli ambazo unazifanya, wewe ni mwanabiashara. Ndio. Wale wateja wako wananunua? Mwanzo nafikiri nikiingia hapa niliambia kwamba biashara na wafanya biashara imekuwa ni sawa na kutafuta maji katika kiangazi ndani ya desert. Mwanabiashara katika soko lile ambalo mimi nimelizoea ama sehemu yote ile, unaweza ukashinda kuanzia asubuhi mpaka jioni. Haujaona mteja hata mmoja. Ndio. Kisha yule ambaye kwamba alikuwa ni mteja wako, alikuwa anakununulia labda suruali, labda t-shirti. Sasa hivi yeye mwenyewe kupata chakula cha mchana au cha usiku ni bahati nasibu. Kwa hiyo sasa hivi watu wamehamisha malengo yao yote kwenye vile vitu vya msingi zaidi, au ni kiwango cha kati. Hawa ambao kwamba wako tabaka la chini ambao wanaliita sinani, au ndo kabisa hata kula inabidi wakaombe. Ndio. Kwa hiyo hivi karibuni tunakuja kuingia kwenye mgongano, kama hakutakuwepo na suluhu la haraka, tunakuja kuingia kwenye mgongano ambao kwamba huu mgongano itakuwa ni yule wa chini anakuja kuchukua chakula kwa huyu ambaye yuko katikati. Ndio. Kwa maana haezi kufa njaa akiwa anaona wewe unakula. Ndio. Na huyu ambaye yuko katikati itabidi amparamie yule yuko juu. Kwa hiyo hii conflict tunaitegemea kama hapatakuwepo na mabadiliko. Ndio hali ya uchumi duniani ni mbaya, lakini kuna adjustment lazima zifanyike. Sasa hivi nimeona juzi, kama sio siku 3 ni 2, Jumatatu, kulikuwepo na nafikiri ni Kisii, machifu walikuwa wameenda kuwakamata wazazi ambao kwamba hawajapeleka watoto shuleni. Huyu mzazi unamwambia ampeleke mtoto shuleni. Hivi kweli wewe ni mzazi umembeba, kama ni mama amembeba mtoto miezi 9 tumboni, amemleta duniani, furaha ya mzazi yoyote duniani ni kumwona mwanae akifanya nini? Aki excel.
aidha kimasomo na kimaisha. Sasa ifikie sehemu huyu mtoto hawezi kupelekwa shuleni kwa sababu ya kiuchumi. Kwa hiyo unapoenda kumkamata yule mzazi unakuwa unamdhulumu. Ndio. Unamuongezea kidonda juu ya kidonda. Kwa hiyo ni swala zima la kwamba serikali au mfumo mzima ambao kwamba wapo katika masuala ya kiuchumi tuweze kukaa chini, tusemezane, tuone tunafanyaje kuweza kuikwamua. Kwa maana kama mimi nilikuwa na uwezo wa kugharamia watoto kadha wa kadha katika community yangu, ila nimeshashindwa sasa hivi, wale watoto itabidi wafanye nini? Kae nyumbani. Wa kwangu peke yake pia ni kitendawili. Ndio. Kwa sababu kile kipato nilichokuwa nakipata sasa hivi imebaki ni kula. Kama unaweza kuwa unakaa kwa siku nzima, wiki inaisha hujamuuzia mtu kitu chochote. Kwa hiyo kale ka saving kadogo kalikuwepo pale juu unazidi kukadonoa. Umeelewa? Ndio. Kwa hiyo mimi nipo katika hiyo level ambao kwamba kidogo nilikuwa nishatoka katika ile hali ya sina sinani nikapanda hapa katikati. Western. Lakini wananilazimisha kunisukuma wapi tena? Rudi pale. Sasa yule ambaye yuko kwenye sina sinani anaenda wapi? Ndio. Na shukrani sana kwa kauli hiyo. Mwalimu Cynthia Asieno, umesikiliza kauli hiyo. Na ni swala liko katika jamii. Kwa mfano unapata kwamba mtaa fulani hakukuwa na wizi. Lakini ghafla bin vu unapata kwamba wizi umeanza kuongezeka kwa sababu kila mtu anataka pia akuwe na kakitu. Labda katika hilo swala tufanyeje ili tuweze kuhakikisha kwamba tunasaidiana katika kuinuana ili tusije tukaumia hata kama uchumi mkali? Wajua, nafikiri tena hata mwizi anapotoka akienda kuiba, hata yeye anamwambia Mungu nisaidie leo nisishinde. Sababu nafikiri ni unemployment. Ndiyo. Kuna watu wengi sana ambao wengine wamehitimu, wanastahili wapate kazi, ajira, hata ya kuwapa kitu ambacho watasema kwamba muondoa katika hiyo hali ya sina sinani. And I like the way ameinterpret hiyo kitu. Wale ambao wako sina sinani wanajaribu sana kupanda, lakini hapa katikati kuna very many barriers. Wanakamatiwa hapo chini. Hawawezi wakapanda. Yani ikiwa anapata hela kidogo, hiyo inaenda tu kwa they feed from hand to mouth. Yani kila nimepata leo ni kula tu na watoto wawe vizuri, tulipe rent. Nairobi huwezi kukaishi kama haujalipa rent. Lakini tena bado unapata kwamba haitoshi. Yani kama kuna kitu angetaka kufanya, hizo hela ambazo anazipata haitoshi. Ndiyo. And that is why umesema kwamba kuna levels of crime ambazo zinaongezeka kwa sababu uchumi umezoroteka. Watu ambao wana skills, necessary skills ambao wanastahili wawe wameandikwa kazi, unapata hawana hiyo kazi, kwa hivyo hawana kipato, wanakuwa desperate. Kama lazima wataendelea kukaa hapa Nairobi, lazima watafute kitu ambacho kitawasaidia kupata fedha za kuweza kujikimu hata wakikaa hapa. Na sio Nairobi tu ama miji mingine ile yoyote. Hata kule mashinani kuna cases ambazo zimetokea pia za wizi unaongezeka, levels of crime zinaongezeka. Unapata watu wana hasira tu hapa na pale. Kidogo kidogo Kakamega mke amemuua mume wake kisa na maana ugali. Waona mambo kama hayo, inakuwa kwamba society is unbearable. We can no longer coexist with one another vizuri kwa sababu uchumi ni mbaya. Kuna wazazi ambao mama alitaka mtoto apelekwe shule fulani, lakini mzee ambaye ana provide hana hizo hela za kupeleka huyu mtoto hiyo shule ambayo alistahili kwenda. Ugomvi unatokea pale. Yani inamaanisha tunakatakata society kwa sababu hatujiwezi, hatujikimu. Kama kungekuwa na pesa, watu hao wanafanya kazi wanapata pesa, mambo kama haya tungeweza at least kuziba ufa, maana now people are comfortable. Lakini watu wakiwa wanahangaika, wenyewe ukikosa pesa leo, hata wanaume wao wanasema akikosa pesa hatoki kwa nyumba, ni mgonjwa kabisa. Because there is no money. Asante kwa kaulio. Victor, nitakuwa narejea kwako tueleze mengi zaidi. Mtazamaji, tunakushirikisha pia ukiwa mashinani na hivi sasa tunaelekea katika kaunti ya Nakuru. Mwandishi wetu Mike Chalo yuko tayari. Mike Chalo, Wakenya wanasemaje kuhusiana na hali ya uchumi nchini? Naam, asante sana. Kweli Joash, nimetangamana na wakazi wa jiji hili na moja kwa moja ningependa niwahusishe waweze kuniambia tathmini yao katika uchumi wa jiji hili imekuwa gani kuhusiana na uchumi, pengine wakilinganisha sasa na kama takriban miaka mitatu iliyopita. Pengine nikianza na wewe, mpaka sasa hii hali ya kiuchumi katika jiji hili la Nakuru unaionaje? Asante, ninaitwa Bishop Albert Kaisha. Mkazi wa hapa Nakuru.
Aswa kwa hayo masuala ambayo umeuliza, uchumi wa jijini bado saa hii haujafikia kile kiwango ambacho ilikuwa kule hapo awali, na hatuelewi ni kana kwamba ni hapa tu ama uende ikawa imetoka mpaka kwa global international system, lakini inatu affect mpaka hapa chini. Pengine tatizo liko wapi? Uende ikawa tatizo la kwanza ni population ambayo imeshindwa kuwa managed. Number 2, uende ikawa ni kwamba mipangilio ya transition kutoka kwa serikali iliyopita hadi hii labda haikuwa nzuri. Nakumbuka hapo nyuma yule ambaye alikuwa deputy president akisema kwamba wame inherit nchi ambao haina pesa hata kidogo. Sasa which means uende ikawa ili affect hapa, kwa sababu ndio waanze kulipa yale madeni pale nyuma, itabidi sisi tuumie ili uchumi uweze kurekebishwa. Sasa uende ikawa ilianzia mahali, maana ukiona mtoto amevunja dirisha, si mtoto ulipa kwa shule, ni mzazi ulipa. Yes. Asante sana. Pengine nikimhusisha mwingine, kwa maoni yako, taifa la Kenya na serikali ya Kenya mpaka sasa hii inazingatia uchumi wa mashinani na uchumi wenyewe ukoje? Mimi naitwa Cleopas Isiao, mkaaji wa Nakuru hapa, mfanyabiashara. In fact, uchumi ya nchi imeimarika. Ukienda kwa stalls za supermarkets, chakula, unga imekuwa maintained wakati serikali ilileta subsidized fertilizer. Unga na nina sukari na bei imesimama mahali, haijafanya na haijapanda kama wakati ule ilikuwa inaenda mpaka 200 300, na pia vitu kama bidhaa kama nia kutumia kwa duka haijafanya na haijapanda. Kwa hiyo mimi naweza kusema uchumi umeimarika. Ile kitu serikali inastahili kufanya ni kufanya juhudi za kuhakikisha kuna employment katika nchi, ili watu wale ambao wako maisha ya chini waweze kumudu ile bidhaa ya nia supermarket na bidhaa nyingine. Lakini ukiangalia mambo ya nia, uchumi iko sawa, kwa sababu ile kitu tu watu hawana ni pesa, lakini chakula serikali imefanya mzuri. Sasa ile kitu nataka wa create time ya nia, nafasi ya nia employment, ili watu waendelee kufanya kujimutu kwa hiyo maisha ya bidhaa. Asante sana. Pengine ni kwa mwingine tu kwa kifupi, ndio anasema kuwa uchumi umeimarika, bidhaa na vyakula vipo madukani vinapatikana, lakini pesa, mwananchi anasema kuwa hana pesa mfukoni. Pengine hapa mashinani serikali inafaa kufanya nini kuhusiana na hilo? Asante sana. Kwa majina ni Isa Muriithi Andrew, speaker wa mbunge ya Nakuru County. Mimi nikiangalia uchumi wa Kenya, naona kuna mahali kwingine kumepaki nyuma, kwingine kumeenda juu kulingana na vile serikali imejipanga. Kwanza serikali iwezi sema watu wamekaa vizuri ili hali corruption iko juu. Corruption ndio inakula nchi ya Kenya, na inakula kiwango hata serikali ikitia bidii namna gani haitapata matokeo yoyote. Hivi kwamba raia anaumia chini kwa sababu ya corruption. Na hii corruption inakaa viongozi ndio wako nayo. Kwa hiyo kudhibiti pengine corruption ndio kutasaidia mwananchi awe na pesa mfukoni ili kuweza kumudu bei ya bidhaa. Kwanza corruption ndio mnyama mkubwa. Corruption ikidhibitika itakuwa vizuri, hata serikali ikiree foundation za development zitasimama. Hivi kwamba hata hizi nyumba unaona sikijengwa, sinajengwa bado kuna corruption ndani, sababu wale viongozi ndio suppliers wa zile vyombo zinajenga pale, ili hali mwananchi wa kawaida wa chini hawezi pata nafasi ya kusupply. Asante sana. Yeah. Pengine amezungumzia ufisadi. Yeah. Ufisadi ndio ni mwingi, lakini tuzungumzie suala la ajira kwa vijana na uzalishaji huku maeneo ya mashinani. Kwa maoni yako unaonelea uko wapi? Kwa majina naitwa Brian Davis Atancha. Mimi am an upcoming MCA from Bauchi Tendere constituency in Kisii County. What I'd like to say is there is poor job opportunities in this country, especially in Nakuru County, because even when we try to start businesses in this country, it is very hard for us to try and make ends meet. And also we can talk about taxation in this country. Since 2022, we've been having a lot of high taxation. Taxation is something that has made this country to be very hard to populate it, also to acquire necessary etiquette in things that we want to achieve in this life. And also it's very hard for the Gen Zs, especially me as a Gen Z. Even acquiring a job is very hard in this country, because when I go to acquire something to do,
are being told, come send your CV, send this, send this, send this. So it is very hard in this country, and I would like to tell the president, please, go to the roots of this country, look for a way to educate this country. Because these people believe in you, you gave us the bottom-up experience, and we were very glad because we worshipped you in a way that we saw we can go to heaven in a very energetic way. So please, we need something to be done in this country. Asante sana. Joash, ndo maoni hayo ya wakazi wanaojumuisha wafanyabiashara vijana ambao wanahangaika kila siku kutafuta kile ambacho watakiweka katika kinywa. Kinachojitokeza zaidi ni suala la ufisadi, wakisema serikali inafaa inyoshe hilo pamoja pia na kuhakikisha kuwa mradi wake ule wa bottom up anaweza kutimiza, ndiposa huku mashinani pia kuweze kuinuka. Kutoka katika jiji hili sina la ziada. Joash, kwako studioni. Na shukran sana Mike Chalo, ukizungumza na baadhi ya wakazi kutoka kaunti ya Nakuru wakitoa hisia zao kuhusu hali ya uchumi nchini, haswa hapo mashinani katika kaunti ya Nakuru. Victor Otieno, umewasikiliza. Masuala ya ufisadi yanajitokeza pakubwa, na hivi sasa tunapozungumzia hali ya uchumi, wewe ni mwana uchumi na vile vile unashauri sana katika masuala ya uchumi. Serikali ama Rais William Ruto anasema kwamba uchumi umeimarika, tunaelekea Singapore. Hivi sasa tunapozungumzia swala hilo, kwa mtazamo wako na utaalamu wako, tunaelekea Singapore? Wakenya wanasema tunaelekea Singapore. Inamaanisha kuwa kuna ile aspect ya uchumi inaonekana ikikua. Ukiangalia ile metrics ya GDP, ile gross domestic product, hiyo inamaanisha kuwa ni ile aggregation ya ile activities ambayo inafanyika kwa uchumi in terms of ile pesa inatumika katika soko. Changamoto ambayo tuko nayo ni ile GDP growth yenye tuko nayo ni pesa ya serikali, pesa ambayo serikali inatumia kwa projects inaonyesha ni kama pesa inasonga, lakini ukiangalia ile pesa haiko kwa private sector. Unapata ukiangalia sectors ambazo zinakuwa ni kama construction. So construction inasukumwa si eti because mwanabiashara anafanya biashara, lakini ni because ya affordable housing. So unapata na ile ni msukumo wa serikali. So unapata kuna ile kutoka kwa presidential level, maybe apati mawaidha vizuri, anaona ni kama uchumi inakuwa, lakini ukienda kwa mwananchi, kwa sababu ile pesa isakilite kwake, unapata kunakuwa na changamoto. Ukiangalia mabenki in terms of zile loan ambao wanapewa na biashara wadogo, benki hazipei wanabiashara loan. Unapata kuwa benki kwa wanabiashara wadogo ni chini ya 20%. Ile loan portfolio anapeana kwa wanabiashara wadogo. Unapata kuwa mabenki zinapea serikali pesa through either treasury bills or treasury bond. So kama serikali kama benki hazipei wanabiashara pesa, then biashara watafanya vipi? Na changamoto ambayo tuko nayo vile mwenzangu amesema ni kuwa unapata ile cost of doing business in Kenya imekuwa juu sana. Ile gharama ya kulipa maleseni, kulipa ushuru iko juu sana, ukikompare na zile biashara ambayo wanabiashara wa Kenya wanafanya ni ile biashara ya uchuuzi. So ile ananunua alafu anauza. Profit margins za biashara kama hizi ni less than 20%. Ukiangalia zaidi ya 90% ya wanabiashara ni wale wanaitwa micro. Inamaanisha huwa anafanya turnovers ya 50,000 kwa mwezi. Na hiyo ni gross. Hujatoa mshahara, hujatoa rent, hujatoa mambo mingi. So unapata ile ushuru ya serikali, ukiweka stima, ukiweka ushuru, ukiweka leseni za county, unapata kuwa ule mwanabiashara amefinyika zaidi. Na inamaanisha kuwa hawezi jikimu. Zaidi ya hiyo ni ukiangalia pia system za serikali na vile ambayo mwenzangu amesema ya corruption. Ukiangalia kama saa hii kwangu mimi unapata niko kwa WhatsApp group kama 6-7 ya watu ambao ni wagonjwa ambao tunawachangia. Kwa sababu gani? Unapata anakuambia, unaambiwa SHA inafanya kazi, lakini in reality unapata kuwa ule mwanabiashara mdogo akigonjeka ama kitu imfanyikie, inamaanisha tayari ako kwa shida. So unapata hizi ndio zile realities ambazo wanabiashara wanapitia, na ingekuwa ni vizuri serikali ianze kuangazia kuwekeza katika sekta ama kufanya vitu ambavyo itapunguza pressure kwa mwanabiashara mdogo. Naam, shukran sana kwa hilo. Na mtazamaji, ndio hisia tunazidi kuzipata kutoka kwa wachanganuzi wetu studioni ili tukuweke sawa kuhusiana na masuala haya. Hivi sasa tutoke hapa studioni tuelekee Taita Taveta. Mwandishi wetu Julius yuko tayari, na arifiwa tuelekee kwa Sostin Wanji ambaye yuko katika kaunti ya Bungoma. Yuko tayari. Sostin, wa Kenya wanasemaje kuhusiana na hali ya uchumi nchini?
Naam, shukrani Joash Onzare na kupata kwa njia mwafaka kabisa kutoka hapa mjini Bungoma, na kweli kwamba la muno la kuweza kuangazia hii leo ni kuweza tu kuwahusisha wakazi hapa katika kaunti ya Bungoma watueleze hisia zao kuhusiana na swala la uchumi hapa nchini Kenya. Kwa utangulizi wa jina, kaka, tueleze waitwa nani na kwako kibinafsi unahisia vipi kuhusiana na uchumi kwa sasa hivi? Okay, kwa majina naitwa the one and only mayor in Africa as well as opposition leader. Kwa majina kamili ni Emmanuel Stuma. Mimi kulingana kwangu na vile hali inanipeleka, uchumi ni mgumu sana. Hata nashangaa kwa nini serikali inasema uchumi ni rahisi, kwa sababu mimi personally kuelewa kitu uchumi ni mafuta na stima. Lakini tangu miaka 3 President Ruto achukue hii uongozi, ameongeza maratufu kwa stima na akaongeza maratufu kwa mafuta. Sasa uchumi ni mbaya kwa sababu mapato yenye unapata mingi inakuwa tu hand to fuel. That's why unaona mapato yenye mimi napata hata basic needs za kwa boma yangu inakuwa shida. Kuna 3 basic needs kama kujenga nyumba, chakula na nguo imekuwa shida. So kuenda kufunza mtoto tutawezaje? That's why unaona kuna watu wengi wameingia hata kushika miti ili serikali wasikie kwa kushika miti. Haya, maneno ya mapato yangu, mimi ni bodaboda. Kwa siku naweza unda shilingi kama 500. Na hiyo 500 unajua sichaweka mafuta ya kunipeleka nyumbani. Sasa inakuwa ya kwamba tumeishi kwa madeni kwa sababu hatuna otherwise. Lazima tu tutoke na tukope vitu. Ukikuja next time kama utapata mzuri ulipe madeni. Shilingi 500 nikiweka mafuta kama ya lita moja wao nini 200 napaki na 300 na ninatakana nilishe familia yangu. Sasa unaona ninakuwa na challenge hapo sana kwa labda unafikiri kwamba hatua ambazo serikali inachukua zina muathiri vipi yule mkazi wa chini, zinawafaidi kivyo vyote vile? Asitufaidi kwa sababu serikali kitu ya kwanza ina make decision on his own. Hakuna public participation, hakuna transparent, hakuna accountability. Hiyo ndio imeua serikali ya Ruto. Unaona kuna vitu zinakuja yani ni kama wanalazimisha. Yani wanaunda kitu kwa minajili ya mwananchi, kumbe wamejificha ndani wenyewe. That's why unaona wanahepa vitu kama public participation. Kama wangeleta public participation kwa watu, hiyo kitu ingekuwa imestreamline serikali ya Ruto, hata ingesaidia yako kwa vitu ya uchumi. That's why unaona sisi tunaumia. Kwa nini? Hatuna transparent, accountability na public participation, ambayo ni adui mkubwa kwa serikali ya William Ruto. Hawajui kitu inaitwa public participation, hawajui kitu inaitwa accountability, na hawajui kitu inaitwa transparency. That's why unaona miradi mingi yenye inafanyika ni yao private, lakini wanakuja in the name of mwananchi wa Kenya. That's why unaona hiyo imekuwa ni kama corruption ambayo iko advanced. Yaani unajificha kwa mwananchi kwa kitu yenye inaenda kufaitisha mwanasiasa fulani. Asante. Mayor Joash, tuzungumuze na mwanadada hapa kwa utangulizi wa jina na hisia zako ni zipi kuhusiana na uchumi wa taifa kwa sasa hivi? Kwa majina ni Damaris Nekesa Nyongesa aka mtu wa Bungoma County. First and foremost, mimi ni mwana bodaboda, naendesha bodaboda hapa Bungoma County. Na upande wa kiuchumi kwa ujumla, si sekta ya bodaboda peke yake, uchumi umerudi chini. Reason why nasema uchumi umerudi chini ni kwamba unaona energy, tukikuja kwa energy tunaongea petroleum and whatever. Hiyo energy ikipanda juu, uchumi umepanda juu. Na mafuta ikiwa juu sana hivyo, transportation pia inakuwa juu. Na ukikuja kwa mwananchi wa kawaida hana kitu kwa mfuko, kwa sababu kama mama mboga ule wa kawaida sasa kuna kiangazi hakuna mboga, anaenda mbali kutafuta, so unapata anagaramika excess, anapata less. Unakuja unapata mahitaji yake ya kila siku kwa nyumba hayaingii na kulea familia yake jinsi anavyotakikana. So in general mimi naweza sema serikali ya William Ruto kwa sasa, Kenya Kwanza regime, ukuja na regime ya Bungoma County ya Mr. Lusaka, wote wamefaili wananchi
kwa sababu hawapatii kile ambacho waliahidi. Ukiangalia chenye serikali kwa sasa inafanya upande wa kiuchumi na kulingana na manifesto yao vile walikuwa wanaongea, wako tofauti sana na manifesto yao vile walikuwa wanapeana. Ruto alikuwa na kampeni akisema bottom up, kumbe alikuwa anakuja ashike mwananchi, ainamisha, achukue paka ile coin yenye iko kwa mfuko yake ndani, atoe yote, ajibebesha yeye mwenyewe, anajinufaisha yeye kivyake. Like unaona project mingi hapa Bungoma County, kwa sababu tuko ini Bungoma, imekuwa privatized, imekuwa ya kibinafsi, wameifanya imekuwa ya kibinafsi kwa manufaa yao wenyewe. Ukiangalia hapa nyuma yetu kuna uwanja ndege, wameichukua wamepeana kwa mtu binafsi, yeye na wanufaisha hao peke yao kiuchumi, si wananchi kwa ujumla. So wananchi tunaumia sana, nje ni mbaya, kazi mbaya. Sasa hii like nilikuwa December at least nilikuwa na make kama 6 so 5 so 8 so, lakini sasa hii kufikisha 300 per day ni ngumu sana. Kwa nini? Huko unachukua 200 unaweka 1 liter yenye haijai lita moja, unaweka kwa tangi, unapata baadaye hauna kakitu pale. Unabeba customer wamezoea hapa town service ni ka 50-50. Mtu anakuambia sasa nje ni mbaya, school fees CBC, unaangalia mambo yake. Unapata mzazi analia paka unashindwa asante afanye aje ndio pia mimi ni leo wangu. Na shukrani Joash, kwa sekunde 40 tupate mkazi mwingine hapa. Kaka, kwa utangulizi wa jina, hisia zako kuhusiana na swala la uchumi kwa sasa hivi nchini ni lipi? Kwa jina muite Zedi ama kijana wa kifalme. Kwa upande wangu uchumi wa Kenya tokea Rais Ruto aingie, kuna vitu zimepanda na kuna vitu zimeshuka. Mimi kama mwana bodaboda wa Bungoma siwezi sema uchumi ni mbaya ama uchumi ni nzuri. Tokea kitambo, iwe serikali gani ama gani, lazima mwezi wa Januari ulikuwa mgumu, haukuwa mwezi rahisi. Jambo lenye linafanya tuone uzito ni mambo na shule. Tokea badilishe shule kutoka 844 alete CBC, imekuwa mzigo kwa wazazi na kwa wale watu wanasomesha. Na sisi kama wana bodaboda tunategemea mwananchi ule mwenye tunabeba. So mzazi akimaliza pesa kwa shule, sisi wana bodaboda hakuna kitu tunapata. Kwa upande wa uchumi, Rais Ruto kwa upande wake, kulingana na mipangilio yake, anaona anafanya kazi. Lakini kulingana na mwananchi anaona anafinyika. Rais ameingia kwa mifuko ya watu sana kuliko kusaidia watu. Imekuwa sasa ni kukata, sisi tunategemea watu wanafanya kwa serikali tuwabebe. Lakini sasa pay slip yao inakuja imekatwa pesa karibu zaidi ya imepita nusu ya mshahara yake. Sasa inakuwa hata kupanda boda inakuwa ni ngumu. Unakuta mtu kama mwalimu anatembea kwa mguu akienda shule kwa sababu mshahara wake umekatwa zaidi. Kwa hivyo Rais Ruto, at least punguza ile gharama umewekea wananchi wewe na serikali yako, kwa sababu tunalipa ushuru. Jaribu kutumia ile pesa yenye tunalipa ushuru, isikuwe unaingia kwa sana kwa mfuko ya mwananchi. Asante. Naam Joash, hayo ni baadhi ya maoni kutoka kwa wakazi hapa mjini Bungoma. La ziada sina na rejesha kwako. Mimi ni Wanji Sostin. Naam, shukrani sana Wanji Sostin kwa kuzungumza na baadhi ya wakazi tu wa Bungoma wakizungumzia hali ya uchumi katika eneo hilo. Wengine wanasema iko 50-50, wengine wakisema kwamba hali ni mbaya, wakisema kwamba kile kipato wanakipata akitoshi ama akifiki kile kiwango ambacho wanakitarajia. Na ndo masuala mtazamaji ambao tunazidi kukushirikisha. Pia tupigie simu tueleze unatazama kutoka wapi na hali ya uchumi iko vipi uliko. Unafurahia au bado mambo si mazuri, si mambo ambayo unatarajia wakati huu haswa tunapozungumzia Januari. Na mara nyingi wengi wamesema kwamba Januari imegeuka ikawa Januari, ni kama miezi miwili ambayo imewekwa kwa pamoja. Hapa studioni naendelea na mazungumzo na wageni wetu ambao wanazidi kuangazia masuala haya, kwa sababu wao pia ni Wakenya na pia wanaangazia masuala haya pale mashinani na vile vile kuhakikisha wanapata mkate wao wa kila siku. Cynthia, umewasikiliza wakazi kutoka maeneo ya kule Bungoma na wanasema kwamba mambo si rahisi, yani mambo yamekuwa magumu kabisa. Tunapozungumzia masuala haya, serikali imesema kwamba bidhaa za matumizi ya nyumbani bei zimepungua, na ukiangalia kuna wale wanasema sasa mambo ni magumu. Labda kwa mtazamo wako tufanyeje ili angalau tuweze kuhakikisha hizi bidhaa ambazo Wakenya wanatumia ni za bei nafuu?
Napenda sana jinsi watu wa Bungoma wamejieleza na bila uoga wowote. Bila uoga wowote. Lakini kuna yule ambaye anataka na defend kidogo. Anasema uchumi uko sawa, lakini uchumi hauko sawa. Ako 50-50. Yani ako 50-50. Kidogo kidogo, yeye anasema ni kwa sababu ya Januari. Ni ukweli tumezoea kwamba Januari huwa mwezi mgumu. Lakini kama kuna cash flow, Januari haifai kuwa mwezi mgumu, maana there is cash flow ina flow. Kuna tatizo sana wakati serikali inavyosema kwamba bidhaa za matumizi pale nyumbani ziko rahisi. Si ukweli. Hapa Kenya kuna mazoea ya a lot of policies ziko kwenye karatasi, lakini unapoenda kwa ground unapata mambo ni tofauti sana. Sasa kuna uwezekano huko juu wanajua kwamba bidhaa zinafaa kuwa chini, lakini unapofika kwa mwananchi. Na ndio maana ndugu yangu hapa alisema kwamba tunapopima uchumi kwa mida ya serikali, tunaona uchumi uko sawa. Kule juu wanaona uchumi uko sawa. Lakini uchumi huu ambao uko sawa doesn't reflect kwa mwananchi ambaye yuko hapa chini. Na mimi nafikiri kwamba uchumi unafaa upimwe na jinsi pesa zinavyo flow hata kwa mwananchi wa kawaida pale chini. Na ndio maana unasikia bodaboda wanasema kwamba mafuta ya bodaboda yakiwa juu inamaanisha kwamba basi watu watashindwa kusafiri, walimu kwenda pale shuleni, mishahara maana inakatwa kabisa. Inakatwa ya SHA, inakatwa ya mambo mengi. Unapata kwamba mshahara ni mdogo. Kwa hivyo itabidi hata yeye apunguze sana hata kwa anatumia bodaboda kwenda, yatatembea mguu ili afike shuleni. Kisa na maana anastahili hata pia yaweze kusave hizo hela chache ili aweze kutumia, especially wale ambao wamekuwa wakipeleka watoto shuleni hapa Januari. Sijui kama utawauliza wazazi the cost of uniform. Iko juu, watawaambia. Nafikiri kuna mtu tu ambaye atasema hiyo. The cost of uniform pekee. Yani kuna serikali nasema kwamba day schools ziko free, lakini day schools sio free. Ukienda kwa ground utapata uniform pekee yake ya huyo mtoto kuingia shuleni 10,000, 15,000. Kwa hivyo masomo ndio inasemekana ni bure, lakini asipokuwa na hii uniform hata ingia kule shuleni. Nilimsikiza CS wa education jana akizungumza akisema kwamba wanajua ya kwamba kuna watu ambao principals ambao wanacharge walimu uniform shuleni, na they are doing everything they can to make sure hiyo itakoma kweli. Jamani, cost of living iko juu sana. Ndio maana unasikia watu wanalalamika huku na huku. Kuna hawa sinani walioko chini ndio wanafili uchumi vizuri. Maana wamefinyiliwa. Watu wanalia, haswa wanafanya biashara. Biashara haisongi. Watu wasipokuwa na pesa, biashara haitasonga. Utaleta nguo, hautauza. Ina maana kwamba itabidi saa zingine ufunge hiyo duka, maana watu hawanunui nguo. Utafungua restaurant, watu hawatanunua chakula. Kwa maana hata kwa nyumba zao hawana chakula kule. Hivyo wataendaje kununua chakula kwenye hoteli? Inamaanisha huyu mwanabiashara mdogo ambaye ana hoteli ndogo pia naye afunge, kwa sababu hakuna watu. Maana biashara hii inategemea watu. Watu wasipokuja kula, hutauza. Kwa hivyo hauna pesa. The economy inafinyilia sana huyu mtu wa chini, na ndio serikali inafaa wanapofanya policy assessment na wakifanya hata assessment zote za uchumi, pia wafanye public participation. Wajue mwananchi wa chini ana nini ya kusema kuhusiana na huu uchumi. Shukran sana Cynthia. John kutoka Nandi, habari za sasa, na hisia zako ni zipi kwa mjadala wa leo tukizungumzia hali ya uchumi? John? Mimi ningesema hivi. Ndio John. Unajua wamebadilisha maneno. Naam. Hii mambo ya housing hii wangefanya barabara, watu wenye barabara kila unapita maskini hivi, na hata hiyo na nyumba mbili. Lakini nyumba ni mtu kwanza, hii nyumba ni maneno hadi mtu ana watoto. Wakati ubake chapika watagawana namna nyumba sita. Kwa hiyo ingawana hiva, badala ya kujenga wangetengeneza pale kila mtu angekuwa anapita. Hii inaleta watu wengine mshahara ya kutosha na katwa pesa. Unaona? Ndio mimi ningechana. Badala ya bara nyumba, hakuna mtu kwa nyumba, lakini wanaomba njia. Sasa mahali kama na hiyo nakaa hapo, watu tunabeba chela, tuna njia vile tunaenda. Unaona? Mtu alikufa sasa, tuna matanga mpaka hapepisho kwa milima nite nyumbani. Barabara. Hata mgonjwa hapa tunakwenda mahali na tunataribu 3 kilo kama tumebeba kwa mlima. Ndio.
hakuna njia. Na hilo jambo na uchumi iko tumepewa hapa miwa sasa kubeba ni wanakuja wanapata ni tatu watu ya kulodo kwa pengine 11 na hizo pesa miwa ikienda kutori hakuna mkulima anafaidi, tunapata sana, hakuna barabara kufanya ni kipi mambo mengi kuja baadaye. Ndio John, labda hivi sasa tunapozungumzia, umeelezea namna ambavyo uchumi umekuathiri mtu binafsi, labda ungependa kipi kifanyike? Wito wako ni upi kwa serikali? Tangu mingi naona hivi. Ndio. At least pesa wanapeana wanaolea watoto huka mtihani basi walipia fees, wanachukua hizo wanaopatia kanaanguka mtihani, watoto wanakuwa maskini. Hakuna hizo pesa kina wangelipia au ambao wanasumbuka na kwa shule. Ile fees mtihani apite ndio aanze kujitia. Ile empowering ambao hajui mambo ya hiyo saidi hiyo kitu. Naam, shukran sana John kutoka Nandi. Mtazamaji, huyo ni mtazamaji wetu ambaye ametoa hisia zake kuhusiana na hali ya uchumi, na ni vizuri zaidi pia tunakushirikisha tupigie simu, na nitakushauri kwamba unapopiga simu hakikisha sauti ya runinga yako iko chini kabisa ili sauti zije zikagongana, kwa sababu sauti zikigongana tutaelewana, hoja yako pia au swala lako halitaweza kusikika kwa Wakenya ambao wanatutazama kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Na iwapo basi una swali pia unaweza uliza. Wachanganuzi hapa studioni pia wako na utaalamu katika yale ambayo wanafanya. Tunaye mfanya biashara ambaye ni mtaalamu wa biashara, tunaye mtaalamu wa masuala ya uchumi, na vile vile tuko na mwalimu ambaye pia anafunza mambo mengi tu, na vile vile kuchambua sera ambazo zinahusiana na siasa za humu nchini. Pia ataweza kukujibu namna ya kusonga mbele na maisha yako, ili tuzidi kuwa sote kwa pamoja, na vile vile kuweza kushauriana na kutafuta namna ya kusukuma gurudumu la maisha wakati ambapo kila mtu anasema tu hali ya uchumi si nzuri. Tinega, hivi sasa tunaporejea hapa studioni kuangazia masuala haya, wewe ni mfanya biashara na vile vile wewe ni mwenyekiti wa Gikomba Traders Association. Nyinyi kama wanabiashara hivi sasa, najua kuna ile mikakati mnaweka, mnasema kwamba ndio uchumi ndo huo, tuweke mikakati ipi ili tujiboreshe na tuendelee na biashara? Mnafanyaje katika biashara ya mtumba? Ndio ambao kwamba tunajihusisha nayo. Nafikiri Gikomba imebeba watu wengi. Soko kubwa sana, na ni soko ambalo kwamba ni kubwa katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Na kuna fakta ambazo ni nyingi ambazo zinatukandamiza, tunaogelea ndani yake. Ndio mara nyingi huwa tuzungumzi, kwa maana siku zote wanasema ukiwa mwepesi wa kuzungumza na kulalamika unakuta serikali inakupa mgongo. Sisi huwa tunatafuta suluhu wenyewe. Ndio. Kwa mfano sisi tunakandamizwa na poor packaging, ambayo kwamba ukija kufuatilia mfumo, labda siku moja tutakuja tukae tuanze kuchanganua masuala ya packaging na nini inafanyikaje. Alafu uangalie packaging versus the value ambayo tunakuja kudeal nayo sokoni. Dadangu anaweza katoka kule, mara nyingi Gikomba imekuwa ikiwa host wala ambao kwamba wamepoteza ajira. Sasa hivi ukitembea sokoni hamna hata nafasi, uwezo ukapenya hata na baisikeli. Wafanya biashara wamejisqueeze. Kwa sababu gani? Kipindi cha COVID watu walipoteza ajira. Ndio. Kimbilio lao lilikuwa ni wapi? Gikomba. Hawa watoto wanazungumzia kila mwaka tunatoa wanafunzi wangapi chuo, kutokea primary dropouts, tunakuja high school dropouts, tunakuja college dropouts, tunakuja university graduates, dropout and graduates. Wanapo kila mmoja akitoka akizunguka katika idara ya ajira anakosa, anakimbilia wapi? Anasema anachukua bail. Anachukua bail. It is too disappointing. Kila mmoja anafikiria akiuza nguo utamuuzia nani wakati kila mmoja anauza? Unaona hiyo? Kwa hiyo ile biashara imekuwa flooded. Sasa hivi tuna competition kubwa sana na China.
na nafikiri miongoni mwa watu ambao kwamba hawaipendelei biashara ya mtumba ni rais wetu. Nakumbuka alizungumza kwamba kuna wakati tutakuja kumalizana nayo. Lakini tukawa tumemwomba kwamba madamu hatujawa na uwezekano mkubwa wa uzalishaji wa pamba, kushona nguo zetu wenyewe, tunaomba tulifanyie kazi ili swala kusudi tuweze kuliokotea huko mbele. Akakubali. Ndio maana bado tupo kwenye industry. Ila sasa mfumo wa utozaji ushuru pia unakuja unatukandamizia upande mwingine, maana unalegezewa hapa, unabaniwa pale mara 3. Sasa tuje kwenye upande tena mwingine. Ndio. Hao wafanyabiashara, kwa mfano ndugu zangu wengine ambao wanafanya biashara katika estates. Cess ilipandishwa sana. Maana kwa siku moja unakuta ni shilingi 100. Anasema watu wa Kanjo ndo hao. Ni shilingi 100. Yule mama anayeuza njugu au inaitwa njugu karanga, sio? Za 10 groundnuts za shilingi 10. Ndio. Mtaji wake ni chini ya shilingi 500. Unamtoza cess ya shilingi 100. Na hizi karanga ndiaje kuziuza, maana kilo moja ya karanga inagharimu kama shilingi 400. Kwa hiyo atanunua nusu, aenda anunue mkaa, anunue chumvi, aziboreshe zile karanga, aweke kwenye kale kandoo kanauza shilingi 100, aanze kuzunguka. Mtaji wake ukienda sana shilingi 700. Aanze kuzunguka, hana uhakika wa kuuza hizo karanga kwa siku ziishe, maana wanaouza karanga ni wengi. Kwa hiyo akijitahidi sana kutengeneza faida, kwa hiyo siku anatengeneza faida ya shilingi 100. So is living below what? Below $1. Kwa hiyo huyu mtu anahitajika alipe County Government Development Fund, ambayo mimi naitaga development fund kwa sababu hiyo cess ndio inasaidia county kumove, ya shilingi 100. Surely are we thinking? Ukija ukiangalia license ya operation ya M-Pesa float, mtu ambaye ana labda milioni ngapi, vis-a-vis hii cess, mtu wa cess ambaye huyo anayeuza karanga kwa mwaka analipa pesa mingi zaidi kuliko mwenye leseni ya float kubwa ya M-Pesa kwa county. So our policy sometime, the policy makers of this country sometimes are doing things based on ignorance. If not ignorance, then wanafanya from the perspective of corrupt mind. Kwa hiyo generally mfanyabiashara wa chini na mwananchi wa chini amefinyika. Ndio maana nikakuwekea matabaka 3. Nimezungumzia hili swala la karanga kwa sababu nakwambia yule mfanyabiashara ambaye yuko chini kabisa. Ndio. Tuje kwenye upande wa hawa ndugu zetu wanaoshona viatu barabarani. Ndio maana uchumi unabeba na kila mtu. Huyu bwana anashona viatu. Kiatu kimoja anashona kwa shilingi 20. Chakula sasa hivi kwa mama ntilie au kwenye mgahawa wa chini kabisa kwenye kibanda ni shilingi 80. Kwa hiyo anahitaji kushona viatu 4 yeye mwenyewe, utumbo wake angalau minyoo inenepe. Umenielewa? Huyu mtu ambaye unazungumzia anahitaji karo ya mtoto ambaye uniform inauzwa shilingi 10,000 mpaka 15. Ndio. Huyu mtu anahitaji kwenda hospitalini akitibiwa, gharama ya matibabu, kumuona daktari, consultation fee kwenye bei ndogo kabisa ni shilingi 200. Anahitaji kushona pea ngapi aweze kupata hiyo consultation fee? Na hawa watu wanaoshona hivi viatu na kuosha viatu ni wangapi? Tutoke huko, tuje katika uhalisia tena wa chakula nyumbani. Yeye mwenyewe kazini atakula shilingi 80. County government inahitaji shilingi 100 kutoka kwake. Kishindikana ataenda kuserve. Kwa hiyo mzunguko wa senti umewekwa kwenye tabaka moja la wale ambao ni mabwenyenye wapo juu. Wanazungumzia in terms of
account money that is moving from sijui wanazita sijui ni Bitcoin sijui whatever, you know, they are moving from these coins to the other coins on electronic money. Ndiyo. Lakini kwenye hawa watu ambao kwamba mimi na huyu tunahitaji kufanya biashara, tubadilishane shilingi 5 kwa shati, shilingi 1 kwa nini, flow ya pesa hamna. Na tumejijengea misingi mibovu sana kama nchi. Nakumbuka mzee Kibaki wakati alikuwa hai, circulation ya senti katika ground ilikuwa inaonekana. Hata yule maskini ambaye kwamba nafikiri wakati wa Kibaki ndio the only time crime rate ilirudi chini. Kwa sababu gani? Alikama hapo na ideas. Hey guys, nyinyi vijana mnatoka shuleni, siwezi nikawa accommodate kwa sababu bado serikali ni mbichi. Pikipiki zikakuja. Sijui nini. Nyinyi watu wa matatu mnanisumbua bana, pakeni rangi ile mnataka. So graphics, whatever, industry can grow. Let us now look at this regime. Ni nini imewekwa mezani? Mimi ndasikia rais wangu mzuri tu, labda mwenye anampatia ideas kwamba tuwapatie hawa vijana shilingi 25,000, 50,000, tutakuwa tumewasaidia. Kwa ward umepatia vijana 70, 50,000. That is around how much? 2.something million or 3 million. 3.5 million if I'm not wrong. Katika hawa vijana 70, sawa, tuseme nusu yao watafanya biashara. Na hii shilingi 50,000 ukiingia kufanya biashara hapa chini, brother, hiyo pesa inaondoka kama upepo. Kuwa nayo hivi mkononi umeipata, umeishikilia, lakini ikianza kuspendiwa ndio ni mtihani. Kwa hiyo mimi nafikiri turudi nyuma, tuangalie adjustments. Tunaweza tukafanya adjustment wapi? Tuangalie kwenye adjustment za swala zima la umeme, kusudi tuwakaribishe wawekezaji waweze kuanza tena kuendelea tena kufanya uwekezaji hapa nchini, vijana wapate employment. Tupunguze hii hali ya kwamba kila mmoja anataka kuingia katika kitu kimoja tu. Kitu cha pili, tuangalie tena ushuru wetu tunalipaje. Ndiyo. Na huu ushuru tunapolipa, je, unatusaidia? Ndio hapa swala la corruption linaingia. Ndio. Maana sasa hivi ndio uweze kuwa tajiri lazima uwe mwanasiasa. Ukue karibu na mwanasiasa. Lazima ukuwe mwanasiasa au uwe rafiki wa mwanasiasa. Naam. Sasa hivi hatumuondokewa na viongozi, tumebaki kuwa na wauni. Mtu ambaye kwamba anapiga mahesabu anaona bana hii hela ya afya ama hii hela ya mazingira ni shilingi 1,000. Mimi hapa ya kwangu ni ngapi? Anasahau kwamba ukiangalia katika Nairobi, kwa miji yote ambayo mimi nimejaliwa kutembea, Nairobi is the dirtiest. Nairobi ni chafu. Sijui ni wana Nairobi au ni sisi ambao kwamba tuko katika umiliki wa kuangalia masuala ya mazingira ndio wachafu, I don't know. Lakini Nairobi ni chafu. Na ni kwa nini inakuwa chafu? Zile sehemu zote ambazo kwamba zilikuwa zimewekwa za kuwa ni collection point, watu wamejenga gorofa. Let us pinpoint the problem so that now we can have a solution. Sihitaji kuwa na kupigia makofi kwamba you know, a king should be proud by the servant who tells him you're naked. Sakaja ni rafiki yangu, lakini mimi ndamwambia ukweli. Nairobi ni chafu. So we need now to go back and do tufanye soul searching. When did the rain start beating us? Kila sehemu mimi nikikuwa, mimi nimezaliwa Majengo, nimelelewa Majengo, kulikuwa na zile bins za mabati zimeandikwa NCC kila nyumba, and the area was very clean. Kulikuwa na anti-pest control unit, walikuwa wanatoa panya, wana spray mitaro. Do you see them of late? The answer is no. Takataka zimejaa mpaka kwa highway. Surely something has to happen. Huwezi kuwa unaniambia kwamba tuna soko ambalo kwamba ina operate, lakini hamna wafanyakazi kwa county wa kufagia soko na unaokota cess. What are you telling us? Hii pesa tukiokota inaenda wapi? Yes, inaenda national government, but where should we have a budget of
ukitoa your service 100 shillings, at least unaona kuna mfanyakazi mmoja anaondoa takataka pale. You feel proud and happy. You pay for the service that you're seeing. Yeah. Bila shaka. Thank you. Na shukran sana Tinega kwa kauli hiyo. Unatueleza hisia zako na hali ilivyo kwenye ground. Nikushirikishe Victor. Umewahi kuwa afisa mkuu wa mashirika na vile vile biashara ndogo ndogo katika hili jiji, serikali ya kaunti ya Nairobi kwa wakati fulani. Na Tinega amezungumzia sera mbovu, maisha mabovu, maisha magumu, uchumi umeharibika. Labda tufanyeje ili tuhakikishe basi tumewaangalia wanabiashara, tumewaangalia wale ambao wanatumia bidhaa mbalimbali jijini na katika maeneo mbalimbali humu nchini. Tumefeli katika sera au kuna kile ambacho tunafaa kukifanya? Ni lazima tuangalie sera, na ile sera ikuwe ni ile sera ambayo haimfaidi mwanasiasa ama ule mtu ambaye anafanya kazi kwa serikali. Ndio. Na kuhakikisha kuwa ile sera iko na ile direct impact kwa mwanabiashara. Ndio. Kuna zile vitu ambazo ndugu yangu amesema. Ya kwanza ni kuwa serikali inafaa kuwa na watu ambao wana maono, kuhakikisha kuwa wanaweka zile sera na wanawekeza katika sectors ambayo inafanya wananchi wanafanya biashara nzuri. Ndio. Changamoto ambayo tumekuwa nayo Kenya kwa miaka mingi imekuwa ni wanabiashara wengi, kwa sababu ya ile gharama ya kuanzisha biashara, wanaingia katika hii biashara ya uchuuzi. Na ukiangalia venye ndugu yangu amesema, hii sekta ya uchuuzi ama hii ya wholesale retail iko very competitive. Kupata faida ni ngumu, ndio maana unapata watu wengi wanakuwa kwa ile maisha ya deni. Serikali inafaa kuweka mbinu kuhakikisha kuwa tuna shift wanabiashara wetu kuingia katika sekta ya viwanda ama manufacturing. Ukiangalia nchi kama China, ukiangalia US, Europe, ni countries ambazo zinakuwa kwa sababu wamewekeza katika sectors ambazo ziko na ile ability kukupea mshahara mzuri na kuishi maisha mzuri. Ndio. So unapata zile sera za manufacturing haziko sawa. Ukiangalia ile bei ya stima, unapata kuwa ushuru kwa stima ni zaidi ya 50%. Ukiangalia mafuta, 50% ya ile mafuta unaweka 50% ni taxes. Unajiuliza kama serikali inataka kusaidia wanabiashara. Na ukumbuke stima na mafuta ina affect sectors kama transport. Maana unapata mtu wa boda anakuambia bei ya mafuta iko juu. Ukiangalia sekta ya kilimo, pia unapata ni sekta ambayo inatumia a lot of input ya kutoka kwa mafuta na stima. So inamaanisha kuwa hizo ushuru peke yake tayari inasukuma bei ya maisha inakuwa juu na ile gharama ya mwanabiashara inakuwa juu. So ingekuwa ni vizuri kama serikali ingeangazia ile regime ya taxes. Ukiangalia the number of licenses unalipa kwa county, uongeze bei ya mafuta, uangalie ile taxes kwa ujumla, unapata kuwa inaku inhibit kama mwanabiashara kuingia katika sectors ambayo ama biashara ambayo ingekusaidia ambayo ni manufacturing. Ya pili ni unaangalia ile disposable income. Kuna wale watu ambao wanaenda Gikomba ama wanakuja kununua kwako chakula. Ukiangalia ile ushuru iko kwa mshahara pia imekuwa ikipanda miaka ikiingia. Tulianza na housing, tukaingia SHA, pay as you earn. So unapata ile disposable income ya ule mtu ambaye angeenda kununua shati ama angeenda kununua chakula imefinywa sana. So inamaanisha hana ile nguvu ya kununua vitu. Na hiyo ni changamoto. Ya mwisho ni ukiangalia vile serikali inawekeza. Na ndugu yangu ametupea mfano wa ile pesa ya Nyota. Program yenyewe si mbaya, but kama serikali unafaa kujiuliza ni mbinu vipi ama ni sekta gani tunapaswa kuwekeza kuhakikisha kuwa tunapata vijana wengi wanapata ajira ama wanapata economic opportunity. Maybe ingekuwa ile pesa ingejumuishwa hiyo 3 billion, maybe factory tengenezwe. Factory ikitengenezwa whether ni ya viatu ama ni ya whichever factory, inamaanisha vijana wengi wangepata ajira na plus wale ile value chain. Very right. Watu wengi wangepata pesa. So unapata pia ile swali tunajiuliza ni mbinu zinawekwa lakini si the best mbinu za kusaidia wanabiashara. Tuko na mkataba ambayo tumefanya na China. Ile agreement ya kufanya biashara. Unapata kuwa ile changamoto tuko nayo, unapata ile bidhaa inatoka China ni mingi kuliko ile mali Kenya inapeleka. Unapata Kenya traditionally imekuwa ikipeleka kahawa, chai, maua. Outside of that hakuna kitu ingine ambayo
tunapeleka China ama tunapeleka Europe ama tunapeleka US. Swali ambayo tunajiuliza ni kama serikali iko na mkataba na hizi nchi na kama maybe hatuna ile kipawa ya kufanya kuproduce electronics ama kutengeneza magari, kwa nini serikali isikuwe na mazungumzo na hizi nchi kusaidia vijana wetu kuanza either hata kuassemble ama kuanza kufanya manufacturing, tukiangalia hizi nchi. Kila mwaka serikali, kila mwaka tangu uhuru, tangu Kibaki, tumekuwa tukisema Kenya ina export chai, kahawa, maua. Hakuna kitu kingine na hata tukipeleka inakuwa ni raw. Ukiangalia Kenya tuko na zaidi ng'ombe ama hide. Tuko top in Africa, number 3. Lakini bado tunapeleka ngozi ikiwa raw. Unataka kuniambia hapa Kariokoo mtu hawezi tengeneza kiatu mzuri ambayo tunaweza export huko nje. So unapata ile walifungua, na nilikumbuka wakati wa Kibaki walifungua factory ya kuprocess ngozi. Lakini sasa ukienda ni panya wanaishi ndani. So kuna changamoto na sera, na ile sera ukiangalia ni haimwangazii mwananchi na haiangazii ile kusaidia mwananchi kwa ukweli. Na hiyo ni ukweli ambayo lazima tuambie serikali ili waweze kuimprove. Otherwise tutapata kila mwaka tunaongelea wholesale retail. Kila mwaka kutoka uhuru, incentives, kutoka COVID, sekta ya wholesale retail haiko sustainable. Venye ndugu yangu amesema, watu ni wengi. Mtu anatoka shule, the only thing anafikiria ni kuchukua stock. Na watu ni wengi. So inamaanisha kama serikali lazima either watengeneze factories venye wanafanya na zile county aggregation industrial park, kuhakikisha kwa kila county kuna ile manufacturing inafanyika. Na utapata ile pressure ya watu kuja Nairobi, kufanya kazi Nairobi itapungua. Na hii biashara kutengeneza mahighway juu ya jam, kila mtu atarudi mashinani. Na hiyo ni lazima serikali iangazie. Otherwise hii situation inakuwa untenable. Maisha, hiyo gharama ya maisha imekuwa ni juu zaidi. Na tuliona Gen Z wakikuja part of their kilio ilikuwa ni economic opportunities, na inakaa ni kama serikali haijasikia. So mimi Kenya naogopea ni kuwa tusipo address hizi issues saa hii, maybe tukienda towards election mambo inaweza kuwa magumu kidogo. Shukrani sana. Nafikiri hakutakuwa na sasa hivi tactics ya Gen Z, nafikiri watabadilisha. Ndio. Because they are our sons. Ile pressure wanakuenekea serikali sisi ita change. Nimekwambia kunakuja mahali nafika yule mwenye anaishi daraja la chini anang'ang'ana kumnyang'anya huyu. Na huyu atang'ang'ana kumnyang'anya. So that crisis itakuwa na hako kasako. Sasa hizi no one will go in the street kwamba eti vijana wataenda kudemonstrate, never. Hiyo sahau. Sasa hii inabaki kuwa sasa ni crime rate itakuja kuwa boom. Itakuwa ni live of the town. Naam. So the another thing that nataka Kibaki alituambia wakati akiingia uongozini, tuambia no one will force to kwenda ushago, but mwisho wa siku kitambulisho yako vile imeandikwa nyuma, kila mtu ataangalia akifanya nini nyuma ya ID. Akatufungulia counties opportunities. Of course Nairobi ilikuwa decongested naturally. Now another thing that I wanted to at least add on Mdosi, my brother here, amezungumzia project ya Nyota. It was a very good thing. Lakini can't we think a little bit? Huyu mtu umempatia shilingi 50,000 huyu kijana. Sawa? He's never been in business. Kweli umemsaidia. At that particular moment the smile will be so bright. But after few days atakuwa the crying person ever. Atakuwa depressed. Okay? You've killed him. Because nakumbuka kuna msemo moja katika Biblia anasema wafundishe jinsi ya kuloa samaki, sio jinsi ya kukula samaki. Si ni kweli? Ndio. So vile amesema kama hii bilioni 3 ingewekwa kwenye kampuni, tuseme tunafufua kampuni ya textile. Sawa? Hapa Thika nafikiri. Unafikiri ingeemploy vijana wangapi? The entire country kama ni kidogo sana labda tungekuwa na wafanyakazi labda 1,000. Na ukihesabu wale vijana kwa mfano kwa Nairobi peke yake, kila ward nafikiri ilikuwa ina receive like watu 70. So 70 by 85 wards. Hauna watu ngapi? Umenipata? So countrywide hiyo project ingekuwa at least hata divide the country into 4. Serikali mimi najua ina hela. Waifanye tu mara 4 kwamba hii zone na hii zone na hii zone kuwe na kampuni moja moja. Hawa vijana waingie katika ajira, wakufagia afagie. Na unajua bado serikali inapata ushuru. Kwa sababu ile slip
itakata tax. So the money will be paying itself indirect. Sasa hii umewapatia, anaenda kupiga kamnyweso, mwingine atafanya biashara itachomeka, na serikali nakumbuka kulikuwa na hii ya kwanza ilikuwa inaitwaje? Bila shaka. Hii ya kwanza hii loan ya kwanza ya Mheshimiwa Rais ilikuwa inaitwaje? Hustler Fund. Ni wangapi walilipa? That could be a wake up call to these funds. So let us not build a country kwa gifts and token. You know, let us have a country that everyone sweats to get whatever you want to spend. Ndio. Thank you. Naam, shukran sana. Cynthia, kuna hili swala ambalo linajitokeza. Wewe unachambua sana masuala pia ya namna Wakenya wanatangamana na siasa za hapa na pale. Na tunaishi katika mazingira ambayo siasa ikosi. Hata yale yote ambayo yanazungumziwa katika miradi mbalimbali, siasa zipo. Tufanyeje ili Wakenya wakuwe na uelewa wa namna uchumi unavyofanya kazi? Kwa sababu najua tuko katika mwaka 2026. Tunapokaribia uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, pesa zitaanza kutembea. Alivyosema kakangu, shilingi 50, 100 na zile mpya kabisa. Naam, labda katika hilo swala tufanyeje tuwaeleweshe Wakenya katika namna ya kukabili masuala ya uchumi basi? Nafikiri ni civic education. Ndio. Na mara nyingi the Kenyan electorate huwa saa zingine anaelewa mambo lakini anakataa mwenyewe. Kuna wale ambao hawajui lakini kuna wale ambao wanajua lakini wanakataa kuyafanya. Kwa mfano, tokens za kuelekea kwa wanasiasa, wanakupa shilingi 50 ili wapigie kura. Mara nyingi ndio zimefanya mambo katika nchi yetu hayasongi. Kwa sababu hiyo ni kama anakuinsight ili ukaweze kumpigia kura. Lakini yastahili mara nyingi tuangalie sera ambazo wanasiasa wanazo ndio tuweze kuwapigia kura, maana kuna mtu ambaye utaona tu sera zake lakini ni kama ukweli vijana wengi hawawezi wakaingia kwenye siasa kwa sababu siasa tumeifanya ni kama ni mchezo wa pesa. Kama wewe huna pesa hautaweza kuingia kwenye siasa. Ilhali kuna watu wengi sana ambao hawana pesa lakini wana uwezo wa kuongoza watu. Na wakiweza pata nafasi za kuingia kwenye uongozini watakuwa very influential na vile watakavyofanya mambo, lakini shida ni kwamba hawana pesa. Ndio maana siasa tumeifanya ni kama mchezo wa pesa, nipe nikupe. Nikikupa shilingi 100 wewe hata hutaki kujua ni nini nitakuja kukufanyia, lakini unanipigia tu kura. Yani 100 chukua unipigie kura. Na ndio maana sasa hivi there is a lot of hoarding of money. Yani pesa zinawekwa. Wanasiasa they are amassing money to keep for themselves. Ndio wakati wa siasa unaelekea kufika, na mwaka huu na nusu ya mwaka unaokuja utaona jinsi pesa zitakuwa zinasambaa. Kwa sababu wanasiasa wanajua wapiga kura, sitaki kusema ni wapumbavu, kikupa utanipigia kura. There are a lot of policies ambazo kuna watu ambao wana policy mzuri. Hata rais wetu William Ruto ni mtu msharp, ni mtu ana policies nzuri. Lakini sasa tujiulize, anasema mambo mazuri kama this Singapore dream. It's a very good dream. Lakini Singapore walianzia wapi? What did they do in the beginning ya kuwafanya wafike mahali ambapo wamefika? Na sisi kama nchi, je, tuna uwezo wa kuwa systematic na kufanya mambo jinsi ambavyo Singapore walifanya wakafikia mahali walipokuwa? Nizungumzie kidogo swala la elimu. Sasa hivi nilisema mwanzo kuna watoto wengi sana ambao hawajaingia shuleni. Kisa na maana wazazi wao hawana hela. It's like a punishment. Bright children are being punished kwa sababu wazazi wao ni maskini. Yani unapita mtihani vizuri, unasoma kwa shida, unateseka shuleni, unapita mtihani unaitwa Lenana School. Lakini kwa sababu mzazi wako ni maskini sina sinani, wewe huuna nafasi kama wale walio matajiri ya kwenda shule kama hizo. Na ndio maana ninajiuliza swali. Kuna basari ya constituency, kuna basari ya county, kuna basari. Yani hizi basari zote, if we have a pool, hizi pesa zote zikichukuliwa ziwekwe mahali pamoja, zisemekane kwamba hizi ni pesa. Unajua masomo itarahisika sana. Na mzazi wa mtoto ambaye anaenda shuleni hata kuwa na feel hiyo weight ya economy. Kwa nini? Kwa sababu masomo ya watoto imekuwa taken care of. Pesa ziko nyingi. Hizi za basari mingi hata hazifikii watu. Kuna ma-MP wangapi ambao wanafikisha basari? Ni wachache sana. Mfano wa Ndindi Nyoro na Babu Owino. Hao ndio wanafanya kazi. Wananchi wamewaona na kazi yao na jinsi wanasaidia watoto kwenda shuleni. Sasa hivi kwa sababu ya ile kazi ambayo Ndindi Nyoro amekuwa akifanya na kila mara anapost kwa mtandao anawasumbua ma-MP sana. Nimeona wengi wameanza kuja wanasema kwamba sasa day school zitakuwa
Ndini Nyoro anasema 500, wengi wanasema sasa 3000 hata ukiwa nayo unaweza ukaenda shuleni ukasoma. Ina maana kwamba pesa ziko. Ndiyo. Lakini misingi yetu kama nchi ya kudhibiti hizi pesa zitusaidie. Pesa zinarandaranda mitaani. Zinarandaranda kwingi sana lakini hazifikii mwananchi wa kawaida. Which means we can pool our resources together. If we have to have a company, tuwe na kampuni ambayo itaweza kuemploy hawa vijana ambao hawana kazi hata nao waweze kujikimu kimaisha. Shukran sana. Na mtazamaji, ndo kauli ambazo tunazipata kutoka kwa wachanganuzi wetu studioni kukuweka sawa kuhusiana na masuala haya ya uchumi, kwa sababu ni swala nzito na ni swala ambalo linakuhusu moja kwa moja, na ndiposa hapa TV47 tunafanikisha hilo ili kukuelewesha masuala haya yote ili uzidi kumakinika na vile vile kufanya maamuzi ambayo ni bora katika maisha yako ya kila siku. Hivi sasa tuelekee mashinani. Mwandishi wetu kutoka maeneo ya Taita Taveta Julius Mariki Mwakivo yuko tayari. Mariki, Wakenya wanasemaje? Naam, shukrani sana Joashon Sare kutoka studioni. Leo hii pia nimeweza kuwatembelea wakaazi mbalimbali kuweza kuzungumza nao, japo wengine wameogopa kuzungumza mbele ya kamera, lakini wanaeleza hali ya uchumi jinsi ilivyo mashinani. Hivyo basi nitakuwa nakupatia fursa kusikia baadhi ya wale ambao walikubali kuweza kuzungumza kwenye kamera na kutoa maoni yao. Naona tu wale ambao ni mabwanyenye wanazidi kuwa mabwanyenye, wale ambao ni maskini bado wanazidi kuwa maskini. Nafikiri serikali iko na kazi kubwa ya kufanya ili mwananchi yule wa chini kabisa, ile mkakati ambao serikali imeweka, ile mpango ambao serikali imeweka ikaweze kufikia kabisa yule mwananchi wa chini. La sivyo kuna watu watakufa, wataelekea labda, tunaona kama kwa mfano kwa kaunti yetu visa vya kujinyonga vimejaa sana. Ni kwa sababu labda maisha imekuwa magumu. Unaenda unafika mwisho unashindwa utafanya namna gani. Ukikosa mtu ambaye anakupatia counseling unajihang kwa kupitia njia ya kitanzi. Kwa hivyo serikali ina kazi kubwa sana ya kufanya. Lazima i-make sure kwamba ile mradi ambayo inafanya inafikia mpaka yule mwananchi wa chini kabisa. Lakini kama itakuwa ni maskini anakuwa maskini na tajiri anazidi kuwa tajiri, hiyo nafikiri haitakuwa ni suluhisho kwa mwananchi wa Kenya. Nikiangalia life ya nyuma miaka 3, miaka 5 iliyopita, life ilikuwa iko cheap kidogo, lakini naona the more miaka inaenda life inaendelea kuwa ngumu. Mambo yanaendelea kubana yani. Hata ukiwa na mtoto wa shule saa hizi unapeleka shule, mambo yamekuwa ni tofauti, si kama miaka ile ya nyuma 3 iliyopita. Mambo yamekuwa tofauti kabisa. Kwa hivyo imekuwa ni ngumu kwa wale youth ambao wanatengeneza familia saa hizi. Mambo ni magumu, mambo yameendelea kukaza na life si rahisi vile. Kulingana na sasa kipato kiko chini, kipato kiko chini na sasa hii hali imekuwa ngumu. Kupata mahitaji ya siku imekuwa na changamoto. Kwa miaka 3 iliyopita kulikuwa na nafuu, lakini kwa sasa mambo ni magumu. Wito wangu kwa serikali watukumbuke sisi hasa watu wa mashinani. Maana pale hali ni ngumu na kupata kipato imekuwa changamoto. Yenyewe tangu hii serikali ichukua tamu, mambo ya kiuchumi tunaona kumekuwa na mabadiliko kuwa kwenda negative sio positive. Unakuta sasa yale mapato ambaye unakuta sasa ile kazi ambayo ulikuwa unafanya ambaye ilikuwa inaweza kukulisha na kuleta chakula kwa meza na pia kufanya mahitaji yako ya mengine hapa na pale, unakuta saa hiyo kazi haiwezi kufanya ile kazi ambayo ulikuwa unafanya. Kwa hivyo unakuonyesha kwamba uchumi imezorota. Watu ambaye wangeweza kucirculate pesa saa hii, pesa imepungua kwa wananchi, na kwa households unakuta yale mambo ambayo ungeweza kutekeleza kwa saa hii unakuta unajikakamua kuyatekeleza. Lakini wakati mwingine hata kama maisha yalikuwa magumu, lakini unakuta kuna mambo mengine ya 1 or 2 3 ambayo ungeweza kutekeleza, lakini kwa sababu unakuta mambo yamekuwa magumu. Ingawa pia bado kuna wawili watatu wanasema watasema kwamba uchumi imekuwa sawa, lakini the majority of Kenyans uchumi haijakuwa sawa. Hata kama wanasema kwamba uchumi umekuwa sawa kwa macro, wale manufacturers and investors kubwa, lakini kwa wale small business ambaye ni micro, uchumi imezidi kusorota, na hao ndio watu ambao wakati uchumi umekuwa nzuri tunakuta circulation of currency
inafika kila mmoja, na kila mmoja anahisi kwamba at least kumekuwa na ukuaji kwa uchumi. Sababu unakuta ukiwa na biashara yako, ukiwa na jokali yako, unakuta wakati wale watu wale chini wakiwa na pesa, unakuta zile kazi ambazo angekuletea unafanya, lakini kwa sababu unakuta pesa hawana, sasa unakuta mtu ana ile kazi ambayo angepeleka ifanywe, anasema kwanza wachi iongoje. Kwa hivyo unakuta mara nyingi saa hii uchumi imezorota na Wakenya wanasikia vibaya, Wakenya wanasikia vibaya. Ukitaka kujua kwamba uchumi uko mbaya sasa, enda shuleni. Watoto wengi hawajaripoti, na si eti wazazi wataki, ni pesa hawana. Na Joash, ndio maoni yao kuhusiana na swala zima la hali ya uchumi mashinani, wakitoa wito kwa serikali kufanya jambo sababu mambo si mazuri. Naregesha usukani kwako studioni kuendelea na mjadala huu. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Na bila shaka mtazamaji, ndo hisia za wakazi kutoka Taita Taveta. Tuelekee kule Lodwar, kaunti ya Turkana. Kitio Mika Masai, Wakenya wanasemaje? Na asante sana mwenzangu Josh Onzare. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Turkana, hususan hapa mjini Lodwar. Na bila shaka tuzungumzie swala hili la uchumi, hali ya uchumi katika taifa la Kenya. Je, wakazi wa kaunti ya Turkana wanasema nini kuhusiana na swala hili? Moja kwa moja nikaweza kuzungumza na wao, waweze kudadafua mengi zaidi kuhusiana na swala hili. Pengine songea hapa hivi, tuweze kuzungumza na wewe, na anza kwa majina na hali ya uchumi iko namna gani kwa sasa katika kaunti ama taifa letu la Kenya? Okay, kwa majina naitwa Ezekiel Elim, mkazi wa Turkana County. Okay, kulingana na uchumi vile tuna feel kwa kaunti yetu, uchumi imetufinya sana sisi wananchi wa kawaida. Especially wale vijana wanafanya bodaboda. Mafuta hapa Turkana County hainunuliki. So tunashangaa mbona hapa Kenya mafuta ni expensive, ilhali ukienda kwa nchi yetu jirani ya Uganda mafuta ni bei rahisi. So naomba serikali ya Kenya watu ruhusu sisi kaunti yenye tunapakana na hii countries zingine yenye siko tunaboda na Uganda na Ethiopia, wafungulie product itoke huko ili mwananchi aweze kufurahia maisha ya kuishi hapa Kenya. Yeah. Pengine swala hili la uchumi, serikali imewahusisha ninyi kama wananchi hapa mashinani kuhusiana na swala hili ili kuweza kuimarisha uchumi katika taifa la Kenya? Okay, sisi kama wananchi hatujahusishwa kwa swala yoyote la uchumi, sababu hata government ikikaa pale wanatengeneza VAT ambayo hawajahusisha mwananchi. Ukiingia supermarket, value added tax iko juu sana. Ukinunua sukari unabakisha pale, ukinunua sukari kilo moja unabakisha pale shilingi 24. So tunashangaa shilingi 24 kwa Mkenya ni pesa mingi sana. So ule mwananchi wa kawaida hawezi hasa kumudu hii mambo ya uchumi vile. Naam, asante sana. Pengine tuzungumze na wewe ni mheshimiwa na swala hili la uchumi. Je, uchumi katika taifa la Kenya, je, iko namna gani kwa sasa? Jina langu ni Alice Ajikon, Turkana County, kama the voice of women, wakina mama. Asante sana Kitio Mika. Kwangu mimi uchumi ni mbaya kabisa. Kwa saizi uchumi ni mbaya, hali iko mbaya mpaka hata tunashindwa tuseme nini. Lakini tunaona ni vizuri tuangazie serikali letu iweze kutusaidia na iweze kupunguza bei ya vyakula, bei ya mafuta. Sana sana bei ya mafuta ikipunguzwa, at least uchumi inashuka kidogo. Pengine wewe kama mheshimiwa mmekuwa mkihusishwa, serikali imekuwa ikiwahusisha katika mchakato mzima wa kuimarisha uchumi katika taifa la Kenya? Sijawahi ona, sijawahi itwa na siwezi nikaongea uongo. Hatujawahi itwa, hata hatujui uchumi nini, budget inapangiwa wapi ndio ili mwananchi wa chini pia aweze kujibu kulingana na vile anaumia huku chini. So ni vizuri sana tungekuwa tunahusishwa kama wananchi, kama community, ili tuweze kuongelea pia yale machungu ambayo sisi tunapitia kama wananchi. Kwa sababu sina kazi, sina biashara hata tulikuwa tumefungua mambo ya nini? Mambo ya niweke aje? Mambo ya ushuru ilifanya tufunge biashara kwa sababu unapata huku tax lazima ulipe, huku permit za business zimepandishwa bei, na unapata vitu yenye unauza unaweza kaa kuanzia asubuhi mpaka jioni, labda hata umeuza 200. Na asante sana. Pengine nizungumze na mzee hapa hivi. Wewe ni mmoja wapo ya wazee katika baraza la jamii ya Turkana. Je, majina yako na hali ya uchumi iko namna gani katika taifa la Kenya? Kwa majina naitwa Thomas Esinyen. Kwa mambo ya uchumi, kusema kweli hapa kwetu Turkana watu wetu wanaumia. Kwa sababu ya nini? Saa iko shangazi kwa nyingi hapa
iko jua kali, hakuna mvua bado zijanyesha, na sisi kama Waturkana tunategemea mambo ya mvuko na mambo ya kulima na hiyo kitu. Kama saa bila hakuna maji, mambo inakuwa ngumu. Chakula bado bei iko juu. Kama sasa hapa bado chakula iko juu, bei ya mafuta bado iko juu, kila kitu bado iko juu. Kwa hivyo sisi kama wapo Waturkana tunaumia sana. Na asante sana. Mwisho kabisa nisungumze na wewe, ni kijana, na je, hali ya uchumi katika taifa letu iko namna gani haswa katika kaunti ya Turkana? Wewe kama kijana, hebu tueleze pengine uchumi uko namna gani? Kwa majina naitwa Joseph Ogialan, Turkana activist. So hapa Turkana uchumi iko chini kabisa. Ukiona hapa Turkana pande ya mafuta ambayo mapikipiki, magari almost 200 ni 189. So imebakisha tu shilingi 2 ama shilingi 3 per liter. So unapata ni ngumu sana kupata kitu. Kuweka mafuta hiyo ya 200, tuseme tu fariji ya 200. Kuweka hiyo mafuta ya 200, unapata wale maabiria ambao unatarajia, mtu anakuambia yani distance mrefu anataka kukulipa 50. So unapata hiyo 200 haiwezi kukurudishia. Na asante sana Joash Onzare. Bila shaka hawa ni wakazi wa kaunti ya Turkana, wameweza kudadafua mengi zaidi kuhusiana na swala zima la uchumi katika taifa la Kenya. Kutoka kaunti ya Turkana, mimi ni Kitio Mika na kurejesha kwako katika studio zetu za TV47. Kwako Joash Onzare. Na shukrani Kitio Mika. Na mtazamaji, tuelekee Nyahururu, kaunti ya Laikipia. Laban Muhinda, wa Kenya wanasemaje kuhusiana na hali ya uchumi eneo hilo? Naam, Onsare, shukran sana. Ninakupata kwa njia ya mbashara zaidi nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia. Nami hapa nao tu vijana kutoka mji huu wa Nyahururu ambao ningependa kuhusisha katika mjadala wa siku leo, tusikie wao kama vijana wanahisia zipi kuhusiana na hali ya uchumi mashinani. Karibu tu ndani ya TV47. Ukianza kwa majina, tueleze wewe kama kijana unahisi hali ya uchumi mashinani inakupeleka namna gani? Jambo la kwanza kabisa, wacha nikaweze kujitambulisha. Kwa majina naitwa John Nyamai, CEO Hassan Perfumes. Mimi ni mkaaji wa hapa Nyahururu, na what I can say about the state of our economy ni kuwa that the grassroots of our economy currently is not doing well. Unapata that the cost of living imekuwa juu sana, na pia uchumi haiendelee vizuri kama ilivyokuwa inaendelea miaka ya hapo nyuma kidogo. Mambo imeweza kuwa mangumu, and also the cost of living imeweza kupanda sana, kwa sababu unapata miaka 2 ama 3 iliyopita ulikuwa unapata a bag of maize was going roughly around 3,000, but currently unapata because of the inflation na pia the prices of some of the essential goods zimepanda juu, na unapata that the state of the economy iendelee vizuri juu unapata ile pesa ilikuwa napata like 2 years ago ama 3 years ago haiwezi simamia mahitaji yangu ingine. So unapata sasa uchumi, mimi kama mtu wa Nyahururu huko mashinani, na sina kipato yenye iko sawa vile, na sijaajiriwa na mtu yoyote, am self employed, unapata maisha imekuwa mangumu, na pia those prices zenye zimekuwa juu za essential goods zenye tunatumia kama the kerosene, the maize, beans, hizo vitu tu kawaida za basic needs, unapata the price juu zimeenda juu, unapata kipato pia nayo the purchasing power imeenda chini. Kando na bei ya bidhaa kupanda juu, kuwa ghali, changamoto gani ambayo pia unakumbana nayo wewe kama kijana ambaye unajihusisha na biashara? Mimi vile nimesema, mimi na watu wananitambua kama the CEO Hassan Perfumes. Nilipokuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Laikipia, niliweza kuanzisha biashara yangu dogo ya kuuza refill perfumes, ambapo nilianza tu na 10,000 peke yake, na wakati huo miaka 2 ambayo imepita nilikuwa mwaka wa 3 pale chuo kikuu. Niliweza kuanzisha hiyo biashara, kipato changu hiyo time ilikuwa sawa, napata profit fiti, kwa sababu ulikuwa unapata hata perfume zenyewe hazijapanda bei. Kwa sasa hivi unapata because of inflation inapanda inashuka, inapanda inashuka, sio, unaelewa? So unapata kipato changu hakiko sawa vile. Unapata kama purchasing power yangu ilikuwa juu hiyo time, unapata kama nanunua stock ya like 15k na napata kama lita kama 20 hivi ama 30, unapata sahi, kwa sababu
pia kule kwa the main factories zenye tunatoa hizo perfume napata, na pia because of the production cost pia zimepanda juu, unapata kipato chenye napata huko pesa pia zinakuwa juu, so unapata huko pia kuongeza prices kwa student na pia kwa watu wangu pia inakuwa noma, so unapata sipati pesa vile nilikuwa napata hapo nyuma kidogo. Bwana Nyamai. Na bwana, ukikaribia tu hapa tueleze, tumesikia Bwana Nyamai akisema kuwa kwa sasa hali ya uchumi haimpeleki vizuri. Wewe kama kijana, kuna zile hatua ambazo serikali imechukua kama vile mpango wa Nyota program, kuna Hustler Fund. Unahisi kuwa hatua hizo zinamfikia mwananchi wa kawaida mashinani? Kwanza kabisa kwa majina naitwa Kevin Orina. Kama mkazi wa Nyahururu, most of the government projects are rarely felt. The empowerment youth project, the Nyota and the women initiatives are inconsistent. Some of the drought mitigation measures are slow. So what I can urge the government, the Laikibian people, Kenyans at large, they are not asking for more promises. They need practical interventions that reach their realities. Kwa hivyo wewe, kwa maoni yako kama kijana, unahisi kuwa hatua hizo ni porojo tu wala hazimsaidii mwananchi wa kawaida? Kwa hatua kubwa ni ahadi tu, mwananchi wa kawaida apate zile benefits moja kwa moja. Asante. Na ukikaribia tukimalizia nawe, ningependa kusikia hili, ni hatua gani au wito wako kwa serikali ni upi kuhusiana na sekta ya uchumi humu nchini? Ifanye nini ili iweze kuimarisha sekta ya uchumi? Asante kwa fursa hii. Kwa majina ni Muguna Ezekiel, mkazi wa Nyahururu. Kwa kweli hali ya uchumi kwa sasa haifurahishi, na kama wenzangu walivyosema, bei ya chakula imepanda, na pia serikali hatua zao hazitufikii. Tunaomba serikali kuwe na uwazi katika miradi yao, na pia serikali iweze kumshikilia mkulima ili bei ya uzalishaji ikaweze kupungua, na pia serikali ikaweze kusaidia mwanabiashara kupunguza restrictions ama regulations kuingia kwenye soko ili bei ya vyakula iweze kushuka. Kwa hivyo kwa maoni yako, unahisi kuwa hali ya uchumi wa sasa na miaka hapo awali imebadilika? Hali imebadilika, na saa zingine tuweza kulaumu climate change, na serikali inafaa kuwa na miradi ambaye kama kwa Nyahururu hapa kuna kiangazi, waweze kutujengea dams ili wakulima waweze kupata maji ya kutosha ya kulima, na pia kwa soko waweze kupunguza taxes ili tuweze kupata kipato bora. Asante. Naam, Onsare, kama vile ambavyo umesikia, hayo tu ni maoni ya baadhi ya vijana kutoka mji wa Nyahururu wakitoa hisia zao kuhusiana na hali ya uchumi mashinani. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda, nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia. Sina la kuongezea la kuregesha usukani kwako Onsare. Naam, shukrani sana Laban Muhinda kwa taarifa hiyo, na vile vile kwa kuzungumza na baadhi ya vijana kutoka eneo la Nyahururu, kaunti ya Laikipia. Na tuelekee sasa kaunti ya Kiambu, tusikilize hisia za wakazi wa kaunti ya Kiambu kuhusiana na hali ya uchumi, na zimetayarishwa na mwandishi wetu wa habari Ephantus Githua. Kwa majina naitwa Eric Dongo, na hali yangu katika uchumi, mambo imezorota sana, kwa sababu ukiangalia mambo yenye tunapitia sisi kama watu wa bodaboda ni mambo yenye iko na uchungu sana, kwa sababu ukiingia kama ni pande ya biashara, kama wafanyi biashara wamefinyiliwa na kodi na KRA kulipa hizo kodi zao. Ukienda sekta ya mafuta, unaona huko na mafuta inaendelea kuongezeka kila siku. Tunafinyiliwa sana. Sasa sisi kama watu wenye tuko tena, hata sisi watu wa bodaboda, ujue bado sisi ni wazazi, tuko na watoto shuleni. Unaona tunafinyiliwa sana juu sasa masomo imekuwa gharama sana. Ukienda shuleni unasikia kaa ni mtoto wa nursery kuingia ni pesa mingi yenye hata mtu hawezi afford. Siku hizi tunafinyilika sana juu hata kitambo kulikuwa na pesa, lakini siku hizi hakuna pesa. Juu kila mtu ako harakati ya kutafuta hizo pesa, na hakuna, sijui ni serikali, sijui ni nini. Kwa sababu kitambo ulikuwa unapata pesa na unaona unafanya jambo, lakini siku hizi hata kufikisha ngiri moja inakuwa shida. Hii ngiri moja ndio unalipa shule nayo, ndio unalipa nyumba nayo, ndio unakula. Sasa inabidi tu uzoe tu venye hali iko. Miaka 3 iliyopita, unajua tulikuwa
kujitafutia pesa na mtu anapata, lakini sasa kulingana na venye hali iko na venye maisha iko, kuna wenye walikuja wakatuambia watatuangalia sisi kama watu wa bodaboda, wakatuambia watatushika mkono, watatupeleka watutoe chini watupeleke juu, lakini sasa hiyo ilikuwa kama uongo, kwa sababu nikaa maisha sasa ilikuwa ngumu kabisa. Hali ya kiuchumi nchini Kenya bado imesalia kuwa mbaya zaidi kwa wananchi wa kawaida, na kipato cha wananchi wa kawaida kimesalia pale pale kilipokuwa miaka 2 iliyopita, na haswa watu wengi hata kuweza kujimundu kimaisha imekuwa ni gharama kubwa sana. Uchumi inajulikana wakati mtu anaweza weka chakula mezani yake, na kwa saa hii watu wengi wanalala njaa. Hakuna hatua ambayo imechukuliwa. Nimesema ya kwamba mambo mengi ni kinywa tu na kuongea tu, lakini hata zile ahadi nyingi ambazo wamesema hazijafikia mwananchi wa kawaida. Uchumi kama imezoroteka, ni lazima serikali iangalie mambo ya taxes, iangalie vile itabuni watu hawa wadogo wa biashara ndogo wapewe loan, na hizo loan zikiwa ni loan ambazo zinaweza leta tofauti ya maisha yao. Wasipofanya vile, watu watakuwa wamechoka na punda atakuwa amechoka. Nakumbuka wakati wa the late President Kibaki, maisha yalikuwa mazuri na ulikuwa na 1,000 unaweza ingia ufanye shopping nzuri, lakini sasa 1,000 unaweza ingia hapa, tokiingia hapa Fairmart unabeba vitu zinatoshea kwa paper bag kadogo hivi. So hali ya uchumi imekuwa mbaya sana, Nchi ya Kenya vitu zinapanda hazishuki. Hiyo ndio, angalia mafuta bado haijaishuka, na kama mafuta ishuki vitu zingine zinakuwa expensive. Kama for example nchi kama hii sisi tuna import oil na tunaweza ka produce hii oil ya kupika, cooking fat ya mafuta is very essential. Tunaweza kapanda, unaona hizi avocado na tu extract oil. Juu oil ndio shida kuu sana nchi. Hata mimi saa zile sionangi news kwa sababu unaona tu watu wakipanga campaigns. Tumemaliza uchaguzi, tunaona watu wakijipanga nani atakalia kiti badala ya kuhudumia raia. Tungependa sana wanasiasa ambao tuliwachagua washughulikie raia, wafanye development. Tumechoka na mambo ya siasa kila wakati. Na mtazamaji, hizo ni hisia za wakazi wa kaunti ya Kiambu wakizungumzia hali ya uchumi. Kuna wale wanasema mambo si mazuri, kuna wale wanasema mambo ni mazuri. Tumewasikiliza wakazi kutoka maeneo ya Taita Taveta, tukaelekea katika maeneo ya Turkana, maeneo ya Nyahururu, kaunti ya Laikipia, na sasa kaunti ya Kiambu. Yote tumeyasikiliza. Nisome jumbe hapa. Anasema anaitwa Jadon Sancho kwenye Facebook, anasema very true, biashara hazifanyiki, hata mimi niko karibu kufunga sasa. Mwingine hapa anasemaje? Mwingine hapa anasema kwamba hata wakati wa uhuru hali ilikuwa vizuri, ila wazazi bado ni wale wale. Anasema ile kauli yake Cynthia, anasema wazazi ni wale wale. Wanasema kwamba watasema tu, na pesa hawana. Bila shaka, asanteni sana, na muendelee kutuma jumbe zenu kadri muda unavyozidi kusonga. Tutakuwa tunasoma jumbe zako ili uzidi kumakinika na vile vile kusikika, kwa sababu sauti yako ikisikika, basi ile hoja ulikuwa nayo basi itamfikia Mkenya na itasaidia katika kuangazia masuala haya ambayo yanatuhusu kwa njia moja au nyingine. Nikianza nawe Cynthia, tumewasikiliza wakazi kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Hisia zako ni zipi kwao? Wakazi wengi hawako satisfied na jinsi uchumi ulivyo, na nawaelewa kwa sababu mimi kama Mkenya pia tuko tu pale pale. Hasira zetu ni zile. Na ukizungumzia hili swala la hasira, wanasema kwamba ukiwa nazo basi unatabasamu. Hata angalia wala hata wameajiriwa, wiki ya kwanza wakati wamelipwa mambo shwari. Hata familia, msingi wa familia, kuna furaha nyingi sana wakati kuna pesa. Wakati pesa zikiisha, ndio unaona matatizo yanaanza kutokea. Nafikiri naelewa jinsi Wakenya wanavyojiexpress na jinsi wanavyoongelea mambo ya haya ya uchumi. Ninajua kwamba si kitu ambacho tunaweza kifanya in one day. It may not happen today, haitatendeka labda kesho,
lakini at least tunafaa tukuwe na systems in place za kuensure ya kwamba uchumi huu una reflect katika the daily livelihoods ya watu ambao wako katika nchi hii. Yani sio kitu ambacho utasema utaamka leo kitendeke, lakini systematically tunaweza tukafikia lengo la Singapore. Maana Singapore itabaki ndoto kama hatutaweka mikakati ya kuensure kwamba uchumi umeimarika, na haujaimarika tu kwa macho ya serikali, bali kwa macho hata ya mwananchi wa kawaida uchumi umeimarika. Na ndio tutaweza kupungua mambo mengi ambayo tunayaona ya, the ills in the society kama high levels of crime rates, ni kwamba watu hawana pesa na wanatafuta, na vijana wengi ambao wako katika crime sio kwamba eti hawajali maisha yao, wanasema sasa nifanyeje? Hawana pesa, na ndio maana kwa sababu mtu anajua kwamba nikiingia kwenye crime ni mchezo wapata potea. Leo naweza nikarejea, pia naweza nikauawa kule, lakini bado wako wanafanya crime. Inamaanisha kwamba people are desperate. Desperate times call for desperate measures. Ndio maana unaona anything for the money, and that's why unaona hata people are no longer afraid of the things they do kupata pesa. Yani watu wanafanya mambo ya ajabu humu mijini na hata vijijini ili tu waweze kupata pesa. If we become systematic, tufanye mambo systematically ili kwamba tukiwa na lengo kwamba tunataka kuboresha maisha ya Mkenya, haswa yule wa chini ambaye mara nyingi huwa haangaliwi. Serikali wakisema kwamba uchumi uko sawa, wao wanapima kwa vipimo vya mabwenyenye wale wanavyo, yani wale ambao kutoa 20,000 na fuel gari si shida, ilhali kama change. Ni kama tu change 20,000 fuel full tank anakwenda nyumbani. Na kuna mwingine ambaye hiyo 20,000 ukimpea sahi anapiga hesabu, kuna mtoto wa PP1, kuna mwingine anafaa awe amemaliza grade 6 aingie grade 7 bado yuko nyumbani, kuna mwingine anaenda grade 10 hana pesa. Hiyo 20,000 anapiga hesabu, nitafanyaje? Haangalia hata chakula chake vile atakula na vile atalipa rent. Na ndio maana unapata watu wana hasira, yani hasira zimekolea kwa sababu hatuko sawa. Ukitembea kidogo hivi ukimkanyaga mtu hata hivi anaweza akakuzaba kofi kwa sababu people are annoyed. Social media watu wamekasirika kila mahali, yani hasira ziko juu kwa sababu hakuna pesa. Natumai kwamba uchumi ukiboreka maisha yatakuwa sawa na kila kitu kitaenda kulingana na jinsi watu wanavyotaka. Si rahisi, lakini at least tuwe tunafanya kitu, ni safari. Lakini safari, a journey of 1,000 miles begins with one step. And the first step is people being able to listen. Unaona, kama vile tunavyosema hapa, viongozi wetu wangekuwa watu wa kusikiza, wawe wanasikiza maoni kama haya. Wanaweza kosa kutupata kule kwa ofisi, lakini wakisikiza tutaenda Singapore. Bila shaka. Kuna kitu kimoja dadangu hapa amezungumzia swala la hasira. Hasira huwa ni miemuko. Si ni kweli? Ambao tunasema ni kitu ambacho kwamba kinakuja na kinaondoka. Kuna wakati fulani wakulima humu nchini walipewa mbolea feki. Wakapanda mazao yakafanya nini? Hayakustawi. Uchumi wao kuanzia hiyo siku hadi leo serikali iliwahi kuizungumzia? Jibu ni hapana. Yule mtoto ambaye kwamba alikuwa anategemea haya mavuno yakivunwa na mzazi wangu mimi hada italipwa, mpaka leo haijawahi kulipwa na vyeti vyake havijawahi kutoka shuleni, wengine shule waliacha. Halijawahi kuzungumziwa. Turudi tena kwenye upande wa pili. Kuna watu wamewahi kupata ajira katika ngazi tofauti kwenye kampuni. Makampuni mengi yamefunga virago, wameondoka. Taxation ilikuwa inatoka kwenye hizo kampuni kuingia serikalini zimekata, wafanyakazi wameachishwa kazi zimeisha, wamerudi vibarazani. Ni hasira iliyopo. Tunaangalia neno hasira katika wananchi. Je, ni hasira hipi ambayo kwamba jambo limetokea, serikali ikalihudumia vilivyo mpaka ile hasira ikabadilika kuwa furaha? Ndio. Hamna. Kwa sasa hivi kipi kifanyike? Labda tu tusiwe tunasema kwamba kila wakati tunaweka tu matatizo, tunalia tatizo, shida. Acha tutoe sauti, tujaribu kuona kama tunaweza reason sense katika suluhu. It is high time our legislatures, because hizi shida zote mimi naona ziko bungeni. Hizi shida zote ziko bungeni.
Ikifikia wakati tuna discuss, bunge linasema linahitaji kudiscuss masuala ya mshahara wa wabunge na marupurupu yao, hautakosa mbunge hata mmoja bungeni. Yaani mambo yao yanatiki. Yaani ni swala la mshahara na marupurupu ya wabunge na mafuta na nini, hautakosa mbunge bungeni. Labda awe anaumwa au amefariki. Lakini ikifika sehemu tunazungumzia afya ya mwananchi, utakuta wabunge wako 30. Kwa hiyo wale viongozi wetu ambao tunao wanaiendesha nchi kimasla, na wananchi nao wameshawa train kwamba mimi mshahara wangu ni milioni 1 na upumbavu. Sioni shida yoyote hawa jamaa nikitembea barabarani nikimpatia 5,000 au 200 au 300, alafu baada ya miaka 5 nakuja kuniona. Tumeweka kuiongoza nchi kupitia tokens, gifts and fake promises. Trust me, hawa wabunge wakiwa serious kulingana na sheria tulizonazo, nchi itaenda. Ma-MCA wakiwa serious kulingana na sheria tulizonazo, hii nchi haina uhaba wa sheria. Tusikudanganye, we have the best policies. Haina. Lakini kila mmoja anajitahidi. Wewe unajua sheria. Kwa mfano ile nyumba ili collapse, sawa, makosa yalikuwa ni ya nani? Wewe unaenda kuwashika vijana vibarua. Tuliona kwenye vyombo vya habari vijana wale ambao kwamba wanabeba tofali au mawe kupatia fundi waendelee ujenzi, ndio unaenda kuwaweka pingu kwamba umewaarrest kule Mombasa. Wacha kusugarcoat, wacha kufanya PR with the people's life, guys. You know? Kila siku inafanywa purchase ya dawa. Hatuzioni mali zinaenda. Nenda sasa hivi any dispensary. Ukikuta dawa uje nikununulie soda. Kuanzia Januari mpaka Januari. Lakini ukienda kuangalia kwenye papers, there was a purchase. Huyu mtu ambaye kwamba unategemea ni aje akupigie kura, huyu mtu ambaye unategemea hainue uchumi, afanye kazi, upate mshahara, you are creeping him to death. Kisa na maana unataka wewe watoto wako ukifa wabaki wana mabilioni ya pesa ya kugawa. Usemekana ulikuwa tajiri. Makosa. Hata kwa Mungu sidhani kama watasikia harufu ya geti ya peponi. Naam, shukrani sana Tinega kwa kauli hiyo, kauli nzito, na ni wito pia kwa viongozi kumakinika na kuwajibika. Nikushirikishe Victor Otieno katika swala hili tunapokamilisha. Kuna hili swala linajileta la mfumuko wa bei, inflation. Wengi wanajiuliza hii ni nini? Wewe ni mtaalamu wa uchumi, hebu waeleze. Inflation ni generally ile cost of living. Ile ukiangalia inflation ni ile kwa ujumla bei ya bidhaa inajumuishwa, alafu wanafanya average, wanasema bei ya vitu, maybe kama ni unga. Mara mingi tunapenda kuangalia inflation kama unga. Unaangalia bei ya unga, maybe last year ilikuwa 100, sasa hii imepanda imekuwa 200. Inamaanisha hiyo ikipanda inamaanisha hiyo ni inflation. So inflation inamaanisha ni ukijumuisha kila kitu, bidhaa zote nchini, alafu ufanye ile average, ndio inakupea ile inflation. So mara mingi ukiangalia ile kukua kwa uchumi ama kwa ile uchumi kuperform vizuri, wanaangalianga ile inflation kama iko juu ama iko chini. Changamoto ni mara mingi pia tunaangalia kama Wakenya, tunapenda kuangalia kukua kwa uchumi ukiangalia matrices kama inflation, kama GDP. Mara mingi unapata kuwa saa zingine haionyeshi ile the real state ya mwananchi. And I think venye wananchi wameongea Taita na hizo maeneo mengine, kuna mzee aliguzia ile issue ya mafuta. Unapata kuwa ukiangalia ile mbinu za serikali ya MTP4, kuna zile value chains ambazo serikali walisema watashughulikia, na moja yao ni mafuta hii ya kupika. Ile swali ambayo tunajiuliza ni, ndio tunaangalia sera, tunaangalia strategies ambazo zinawekwa kwa serikali, zingine ni mzuri sana, lakini ile utekelezaji, either in terms of kuweka pesa kwa hizo programs ama kutafuta watu ambao wako competent, kukua either mawaziri ama ma PS, ku make sure hizi programs zina run,
pia inakuwa ni changamoto. Unapata kuwa ukiangalia after ile Gen Z protest, unapata ile kupewa kazi kwa serikali inapewa kwa ile msingi wa siasa, badala kuangalia competence, kuhakikisha kuwa kwa ile sekta ambayo tunaweka mtu, tuko na ule mtu ambaye anaweza fanya kazi. Ndio. Naam, shukran sana Victor Otieno kwa kauli hiyo, kauli nzito. Na mtazamaji, tunapozungumzia masuala haya mengi yamesemwa. Cynthia amesema kwamba ni safari na si safari ya siku moja. Lazima tuanze kulifikiria hili hata tunapoenda katika uchaguzi, tunahakikisha kwamba viongozi wanaochaguliwa ni bora na si bora viongozi. Vile vile tumemsikiliza Tinega mwenyewe amesema kwamba viongozi wetu waamke, wala ambao wanatunga sheria, sera mbalimbali waamke na wahakikishe kwamba masuala ambayo yanawahusu wa Kenya yanawekwa mwanzo. Tuache mambo ya kuangalia maslahi binafsi haswa viongozi. Shukran sana. Na vile vile Victor Otieno, mtaalamu wa uchumi, pia naye akasema kwamba haya mambo yote yanaletwa na namna ambavyo tunaishi siku ya leo. Unapata kwamba kuna viongozi na vile vile kuna Wakenya, lazima washirikiane wote kwa pamoja kuhakikisha masuala haya yanaafikiwa kikamilifu. Wadau, asanteni sana. Singesema mengi lakini mmeyasema mengi nyinyi. Na asante sana mtazamaji. Tumekuwa naye Tinega Damasen ambaye ni mfanya biashara na vile vile ni mwenyekiti kutoka pale Gikomba Traders Association. Karibu tena. Asante sana. Vile vile mtazamaji, tumekuwa naye Cynthia Sienwa ambaye ni mwalimu na vile vile ni mchambuzi wa siasa. Karibu tena. Asante. Unawania kiti wapi utatuambia. Na asante sana Victor Otieno ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na vile vile mkurugenzi mtendaji kutoka kampuni ya Vifa, na pia amewahi kuhudumu kama waziri wa biashara ndogo ndogo kaunti ya Nairobi. Asante tena. Asante sana. Na mtazamaji, hao wamekuwa wageni wetu. Pia ni kushukuru ukiwa pale nyumbani, tumesikiliza simu zako, tumesoma jumbe zako na vile vile tunakushirikisha katika mazungumzo kila wakati hapa ndani ya TV47 kuhakikisha masuala haya ambayo yanakuhusu kwa njia moja au nyingine yanakufikia, unamakinika, alafu unafanya maamuzi ambayo ni bora na si bora maamuzi. Shukran pia kwa kikosi chote kufanikisha kipindi hiki na haswa sehemu hii ya mjadala. Tupatane tena wakati mwingine, lakini saa 7 nitakuwa narejea na taarifa kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Wanakwetu wananiita Joash Onsare. Kwaheri kwa sasa.